mikono. Kama umpenda Yesu, inua mikono juu ya kichwa. Shika kichwa chako, mabega, shika kiuno. Shika kiuno hivi usichezee Mungu. Cheza cheza Yesu ukienda chini. Telemuka telemuka. Twende chini kabisa. Tumcheze huyu Mungu, ni msingi wa Yesu. Panga shangilia Yesu, ni kwa sababu ni mwema. Haleluya. Tuinulie Mungu mikono na haleluya. Peperusha mikono yako kwa hewa. Tufanye kitu moja kwa umoja, tupeperushe mikono yetu juu ya hewa. Kama upenda Yesu, inua mikono, weka kwa kichwa, kwa mabega, shika loketo, magoti, shika miguu, shika loketo, rudisha kwa kichwa, miguu, mabega, loketo, kichwa, miguu, mabega. Haleluya, Yesu ni mwema. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Haleluya. Hapana, hamuko serious. Tuite mbuvi. Kila mtu ashike gita yake, tumchezee Mungu. Haleluya. Tunacheza gita ya Yesu. Kuacha mbio. Habari ndio hiyo. Ushike gita yako, tumchezee huyu Mungu. Haleluya. Tumchezee Bwana. Tunaanza 1 2 3. Wewe hautikizi mwili wako, lazima kukue kuna kitu umeficha. Cheza mziki wa Yesu. Watakawaya. Kakuacha mbio. Kakuacha. Ayatu moya sana.
Mungu kama wewe Bwana, wa milele, wa milele, wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa milele. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa uzima, wa uzima, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa uzima. Hakuna things already better. When the Lord is on the throne, already better. Things already better. Oh, things already better. Things already better. When the Lord is on the throne, already better. Sawa. Kuna kufunguliwa katika nyumba ya Bwana. Mambo yote iko sawa. Mambo yote iko sawa. Mtukuze Mungu, mwinue Mungu, mwambie ni asante. Pokea sifa, wewe ni Mungu. Najua mambo yote iko sawa. Mambo yote iko sawa. Ukiwa na Yesu mambo yote iko sawa. Mwambie Mungu, ni nawe, niko mikononi salama. Iko sawa. Nikipata Yesu nimepata vyote. Kwa hivyo nikiwa na Yesu mambo yote iko sawa sawa. Mwambie Mungu, asante Bwana. Najua siku ya leo ni siku ambayo ni siku ya kipekee maishani mwangu. Ni kwa sababu nitafunguliwa, nitakombolewa. Ninaye Simba wa Yuda, semedali wa vita, anayepigana vita zangu zote. Hata siku ya leo yale mambo yote yamesimama kama mlima maishani mwako, atayafanya yote kuwa tabarale. Ni kwa sababu yeye ni mwenye nguvu na uwezo. Pigia Bwana wetu shangwe na vigelegele, mwambie ni asante. Asante, asante Yesu. Asante, asante Bwana. Asante, asante. You can now sit on your enemies. Bwana akubariki na kutende mambo mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tupate shuhuda 2, 3, 4 ili tuweze kuingia kusikia neno la Bwana. Na tusipoteze muda tafadhali, na sitaki kukupoint. Kama unajua uko na ushuhuda wa Mungu, kushuhudia ukuu wa Mungu,
Najua kwamba, lakini kuna mmoja nitapea nafasi. Huyo nitamuita sasa mimi. Kumbe tumeiba hivyo na hakuna mtu hata ametendewa kitu. Kai. Watoto mtaenda Sunday school. Nitakuja nitawapeleka ama wapelekwe na Mwangangi. Mwangangi chukua hawa watoto upeleke Sunday school. Ushuhuda wa Mungu. Hello. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na mwana kuna ushuhuda. Kwa hivyo hatuna ushuhuda, hatuna mwana. Hello. Bwana apewe sifa. Yaani sisi sote hivi hakuna hata mmoja ametendewa na Mungu. Mimi Mungu ameniokoa, amenihifadhi katika wema wake. I'm happy and I'm delighted to be in God's presence and to be in your midst. Sichukuli kama jambo la kawaida, namshuhudia Mungu. Praise the Lord. Mami, kuja ushuhudie Mungu. Unaniangalia. Najaribu kutafuta kara hiyo nguo yako sijui. Si kusoma hiyo kara. Yes. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina anaitwa Florence Duta ama Mama Immaculate. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nilizaliwa 2 weeks ago kuokoka. Amen. And Sunday sikuwa nanyi sababu Wadhika KAG Muthaiga ndio nilienda sababu walikuwa na sherehe na niliwaelezea kwamba niliokoka, lakini niko Nairobi saa hizi kwa Apostle Waruinge. Amen. Na wacha niseme ya kwamba ushuhuda wangu ni kubwa sababu Catholic. Nimezaliwa nikajikuta Catholic for all those years. More than 4 decades nilikuwa Catholic. Na yule ambaye hajui the altars ya Catholic, kutoa mtu wa Catholic ndani, hata usiende kumwambia aokoke. Because I've learned that there are roots that are very tough to be uprooted. But yangu hata ikuchukua muda. Niliokolewa na Yesu sababu ananipenda sana. The whole of that week God alikuwa ananifundisha mambo ya umeitwa. Mungu akitaka kusema mambo yako siku ya leo atasema we ni nani. Because I was reading Revelation about the churches zenye ziliandikiwa na Mungu. Alikuwa anasema kanisa ya Ephesus mko hivi na hivi na hivi, lakini anaweka mambo zingine. So God was asking me, and I want to ask this question as a church. Wewe Mungu siku ya leo akitaka kusema mambo yako atakusema nini? Yes, unajua kuvaa vizuri, unajua kujirembesha, lakini mimi kama Mungu na kuona aje? It was such a challenge. Because nataka Mungu, kuna kanisa moja Mungu alisema dire nodo igegwicukira. Bwana asifiwe. I want my heart ate gayarora ngoro yakwa theini gutiri undu angejukira. Na kanitha, it's not even about salvation. Ni uhusiano wako na Mungu. Amen. Create that relationship with God. Todo tothia kanitha tugothie kanitha, but there's a relationship with God. Ate Ngai riria arorire Daudi alisema ninyonete mundu after God's own heart. Yes. We Ngai muthenya wa umuthiri angiuga ngoro yaku ihana atia? Wacha tuangalie roho zetu, na tuko hapa ili tuweze kukuzwa na tuweze kutolewa kwa zile mambo ambazo Ngai angiona zikiwa chukizo mbele ya uso wake. Ngai witu amurathime muno. Nijikirwo maundu maingi muno wiki iyo. Actually my husband alikuwa akuje leo tondu ni ndathire ngimwira ukawone otoria Musamaria amwirire ate gwe kundu ndironire kuria Ngai witu ahonokeirie no ndanakihota guka umuthi, but very soon atakuwa na nyinyi. Mungu awabariki sana. Amen. Na waneemeshe. Amen, amen, amen. Tupige makofi mazuri. Wewe juu hauna ushuhuda, pigia mwenye ako na ushuhuda makofi mazuri. Ni vizuri kushuhudia Mungu. Shetani akisikia unashuhudia Mungu, hata zile vifungo zingine alikuwa amekufunga nazo huwa zinafunguka.
Milango yenye ilikuwa imefungika au inafunguliwa kwa kushuhudia tu kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Tunaye mwingine wa kushuhudia Mungu. Naomba nimkabidhi hiki kipasa sauti. Ndugu yangu hapa tumeiba, mimi sijaona, lakini ameiba wimbo moja na sikubuki ni gani. Ewe unaniangalia. Ewe, gathi mudhi. Kazimu umeiba wimbo moja. Paka nilikuwa nasema usikii Kiswahili, usikii. Sasa nilikuwa nashindwa tuibe nini? Juu kwa zote ni kama huko unasikia. Karibu. Utwambia kama ni kuboeka. Habari zenu? Mzuri. Naitwa Samuel Chege. Nimetoka upande wa Kigumo. Nilikuwa nimechoka sana. Pole. Unajua ukitoka unakaa kukasirika. Hapana. Niko sawa. Sawa. Thank you. Asante. Hatujasikia umesema? Nimesema asante. Hapana. Asante ndio jina lako? Hapana, nimesema Samuel Chege. Angalia ule ofisa. Naitwa Samuel Chege, nimetoka Kigumo. Nilikuwa nimechoka sana, ndio maana sikuwa active hivyo. Lakini niko sawa. Abia ni Sami, pole. 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 Hiyo siku nyingine hautachoka namna hiyo. Sasa tukiiba tena si utaiba. Uchovu imeisha. Hi. Hello. Kuna mama pale yako pale nyuma anakaa rangi ya dhau. Hebu enda umtafute umpei mic atusalimu. Anajikuna macho, akona kali kiti. John umejua, pigia ni John mako. Rangi wa pesa ndoligaga. Mimi ndio nakaa rangi ya dhau. Hapo sasa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mary Waboi. Natoka Thika. Nampenda Mungu kwa sababu kama sio yeye singekuwa hapa, na nimetoka Thika. Na nafurahia sana juu kila wakati nikiamuka huwa narudishiaga Mungu wangu asanti. Na ningetaka kusema ni vizuri tujue ule Mungu mwenye tunaomba. Kwa sababu siku hizi miungu ni wengi, lakini ni vizuri kutabua Mungu wako wa ukweli. Kabisa. Na nafurahia sana kuwa hapa. Sijai simama mbele ya watu kama 20, na ninaona leo nimesimama, nashukuru Mungu. Amen, amen. Sijai simama mbele ya watu wamepita 20. Nimeshukuru Mungu sana. Leo alikuwa amesema lazima nifike huku na nitasimama mbele ya Wakristo wa Mungu. Yes. Na ningesema ni vizuri tumjue Mungu kwa sababu yeye ndiye mwenye enzi kuu. Na ukimuomba huwa anakutendea mema. Kabisa. Kama mimi leo unaona amenitendea mema na ndio nimefika na ukanipoint. Kabisa. Lakini nashukuru Mungu sana. Amen. Kwa kuona vile watu wanapenda Mungu. Ni vizuri, hata nilikuwa huku, hii ni mara ya pili, lakini niliona kuna Mungu kweli. Amen. Kwa sababu ile mafundisho yenye tunafundishwa na aposto sijaisikia mahali pengine. Unajua ni vizuri kusema ukweli. Uhubiri ukisema ukweli wako. Na nafikiri ndio mumekuja hapa tumshukuru Mungu na tumuabudu huyo Mungu wa ukweli. Amen. Asanteni sana. Karibu sana. Sio mzee bali ni kijana na akona suti. Kijana akona suti. Akuja shuhudia Mungu. Ujoni utafute kijana akona suti. Kijana akona suti. Na ukijaribu kupita hapo huko umenoa. Kijana mwenye Amen. Tumpigie makofi mazuri. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina yangu naitwa Ngare Munene. Nimeokoka.
na Yesu ni Bwana. Na kwa hayo machache unaona unakatisha ushuhuda, ndio maana unashindwa kusema baada ya hayo machache. Baada ya hayo machache nitamtumikia Mungu. Amen. Niliokoka juzi. Na sikuwa mzuri, lakini Mungu amenifanya nikuwe mzuri. Amen. Natarajia kumtumaia. Amen. Amen. Kuna watu by the way wameokoka juzi. Kama umeokoka juzi, tafadhali niinulie mkono. Thank you. Any other person? Inauna yule dada, patie nafasi ya shuhudie Mungu. Na baada ya ibada mtaona yule mchungaji amesimama pale na macho. Wewe mchungaji mweche macho migi, angalia hapa. Mchungaji mwenye anapiga makelele kwa kanisa ndiye yule, na ndiye mtaona. Simama mami, ushuhudie Mungu. Praise God. Anaitwa Pastor Harris. My name is Purity. This is my third time here, and I want to congratulate the team members. I don't want to have a debt. When I came the first day, I really got a good welcome. So I found a family here. Amen. And I will be a student. I want to grow. Thank you. So nitakuwa nanyi kwa muda wote. Amen. Mungu awabariki. Amen. Sasa mwalimu wako ndiye yule ako nyuma yako, na atawafundisha, atawaelekeza na atawafikisha mahali Mungu anataka wamfike. Kuna mtu mwingine nimefungia ushuhuda. John, hapo tu uko. Patia huyo mama, nainua mkono hapo. Sifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena, kanisa la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Nelly Munyiva, na mimi kukua hapa ni Mungu. Yeah, it's a miracle because nilikuwa kwa internet na tafuta kanisa ambao naweza nikaanza kuingia kuabudu, but sikuwa nataka hii normal kind of because I know kuna kitu ambao ninataka. So when I was watching YouTube, nikaona Apostle akiwa kwa Mboya TV, Mboya YouTube. Na nikaanza kufuata from there. Na nikaona akaongea kitu ya maajabu ambayo nimekuwa nikitafuta, ambayo ni madhabahu, na nikasikia nimeguzwa sana because nilijua ndani ya roho yangu hiyo ndio ninatafuta. Because kuna venye unaweza ukaka ukienda kanisa where you are just a church goer. Like nimesikia mhubiri akisema don't just be a church goer na ujui ile kitu unataka ni gani. Maisha yako ifai kubaki kawaida like mtu ambaye aabudu Mungu ambaye ako mbinguni. You know yule Mungu ako mbinguni anasema ye ni Mungu ambaye ana bring a difference in our lives. So when we have the God who is in heaven, our lives have to show, we have to be a testimony when we are walking, when we are amongst the other people who are of this world. Lazima tuko watu wa ushuhuda. Watu wakituona wanaona Mungu ndani yetu, wakituona wanaona utukufu wa Mungu ndani yetu. So that is what I was looking for, because I knew there is something. Nelly, no, there is something you need to look for, a man of God, and not just a man who is preaching ile kawaida message that ile umekwanga ukisikia tu kawaida tangu uokoke hizo miaka zote. So mimi nikakaa kwa nyumba. So every time I'm just there on the channel looking for that man of God. And one time I saw that I saw Apostle on that channel with in the Mboya channel, and I was like, who is this? Then I started listening to him. Nikasikia ameniguza mbali sana, mahali ambapo sijawahi guzwa na mhubiri mwingine yote. Of course I know I am the church, but I need a priest. I need a priest, somebody who can show me the way, the proper way, because Jesus is the way, the truth and the life. Na nikikaa peke yangu sitaweza kuonea njia vizuri. So I need a man of God. I cannot say that I'm enough. I need a priest who can be able to show me the way. Na wakati nilikutana na yeye nikamtext nikamwambia, Apostle, I want to come to your church on Sunday. Akani welcome, and here I am today. I thank God
this is a family of God, and to me ini miujiza kukua kwa hii kanisa, because I know what I am looking for as a Christian, as a child of God, as a born again. Najua ile kitu ninatafuta, and I'm looking for the true way of God, because hakuna venye mimi nitaka nikienda kanisa and my life remains the same. There is a problem, and I told myself, no, really there is a problem. Look for a man of God who is going to show you the way, because ndio umeokoka. Isikakuwa tu ni kwa mdomo umeokoka, lakini you're still struggling year in year out. The same things are happening to you. Ni kama uko kwa merry-go-round, unaenda hivi unazunguka, unarudi tena pale, unazunguka tena. Nikaanza kusema, nikajiambia hapana, lazima kuwe kuna mtu wa Mungu. And that time when I saw Apostle, I had a dream, and I saw a man of God preaching to me. The way I saw him preaching pale hivi akiongea kwa ile channel ya YouTube, I saw him talking the word of God, and when I woke up, I asked God, is this where you want me to go? Because I had told God, mimi niko kwa nyumba na nataka kanisa ya ukweli, a church that is worshiping you God in truth and in spirit. Na nikambia Mungu, is this where you want me to go? Okay, that was like 1 month ago. Nikaendelea tu kuwatch because I want to hear from God. I want to find peace, because I know when I have peace ndani yangu, inamaanisha Mungu ameniruhusu ningia kwa ile kanisa. So when I came here, to me, Pastor, it is a miracle. Amen. To be here. Amen. And I thank God so much. Amen. Amen. Caro, welcome that woman of God. Atakuwa anashiriki pamoja na sisi. Tumpigie makofi mazuri sana. Fanya hii nyumba mahali pako pa kuabudu na Bwana atakutenda mema. Naomba nikimalizia nitangaze jambo moja, kwamba Ijumaa ijayo tunayo mkesha. Tafadhali kujeni kwa mkesha. Wenye walimiss last kesha, hamjui mulimiss nini. Lakini nawaomba tu mkuje kwa mkesha. It will be on 25th, this coming Friday. Kujeni tuabudu Mungu kwa pamoja. Tunaanza saa 3. Tunazo ibada za wiki. Bwana Yesu asifiwe. Na nikisema ibada za wiki, bado hapa utapata mahali pa kuomba from Monday to Monday. This door is always open. Kwa hivyo unapopanga kukuja, usihuzunike, njoo mahali hapa, utapata watu wengine hapa, mtaomba kwa pamoja na utajisikia kwamba uko mahali ambapo panafaa. Siku ya Jumanne tutakuwa na ibada, siku ya Jumatano tunayo ibada, siku ya Alhamisi tunayo siku ambayo ni ya waombezi, intercessory day. Kama wewe ni mwombezi, siku ya Alhamisi njoo mahali hapa. Siku ya Jumatano na siku ya Jumanne tuna ibada mahali hapa. Kwa hivyo karibuni sana na Bwana awatende mema. Niliyekuwa naongoza naitwa Beatrice Wabuaka. Tusimame kwa miguu yetu, tumkaribishe mtumishi wa Mungu na Bwana atawatenda makuu. Kwa makofi mazuri sana, tupige makofi tumkaribishe mtumishi. Haleluya. Mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya Bwana. Good. Mpande huu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako karibu. Into the arena of liberty. Mwambie arena of liberty. Mwambie this is not an ordinary church. Kama you want an ordinary church, si mwambie. Kama you want an ordinary church, enda hapo kwa kijiji yenu, enda hapo. Ziko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya tuketi. Thank you. Jipigieni makofi. Jipigieni tu makofi. Unajua mnazoea kule, mmezoea kupigiana makofi, sasa jipigie. Jipigie makofi mzuri. Jipigie makofi mzuri. Hebu jiambie. Jiambie welcome. Jiambie welcome. Welcome into the house of Lord. Nyumba ya Baba. Where we speak the truth and preach the word of God as it is. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai. Leo uko sawa? Kuja nisalimie. Kuja. Come. Thank you. God bless you. Asante sana. Beatrice, thank you for leading us.
na the praise team. Mtu mgani hapa anajua kuiba vizuri? Muibaji ni muimbi, wanaitanga waimbi. Inua mkono yako juu kama wewe ni muimbi. Muimbi. Simama tu kwa miguu yako. Nataka kujenga praise team. Kama unajua ni muimbaji na ungetaka kuwa pamoja katika praise team ya hapa, I want to raise a praise team for this church. Hatukuwa nayo. Simama tu, stand up. If you know you are talented, wewe mothe, siwe ni wa keyboard, kuja hapa kwanza. Simama tu hapo. Okay, thank you very much. Ningetaka kuinua kikosi kikubwa cha waimbaji. I'm looking for a bigger space. Tukianza hii kanisa hatukuwa tunataka kanisa. Tulikuwa tunataka mahali pa kuja kuomba. We didn't know God kama church. Bwana Yesu asifiwe sana. It was just a fellowship. But God has transformed us, has made us to become a church, because there is one thing I didn't want. Kuna kitu sikuwa nataka kushika hii microphone nihubiria watu. Sikuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe, asante sana. Tutaonana baada ya ibada. Sikuwa nataka because ninajua unafiki wa Kristo. Unashika microphone mzuri. Kuna siku moja tulienda kanisa ingine pale Dagoretti Corner. Hiyo ka story mlikasikia. Ama Mungu kasikia? Wewe ulikasikia? Wewe ulisikia hiyo ka story? Na wewe? Hukusikia? Ni bishop fulani hapo hivyo, mrafiki yangu. Alikuwa ameenda kesha. Aliambia bibi yake wameenda kesha kutoka Thursday, Friday, atarudi Sunday kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. And when God decides to reveal it all, he makes it open. And that is the God I'm calling upon this church. That anything you do in the night there, you come here, it will be revealed. Bwana Yesu asifiwe sana. You go anywhere, hata kule utaenda kujificha, you will be revealed. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we need to have a true worshiping Christians. Not hype. Nimemtumia 700 sijui. Umefika? Anaitwa somebody Modhoni. Nimemtumia pesa leo akuja ibada. Aliniambia, pastor, hizo tutiradi hatuendi kwa Illuminati kwa sababu ya kupenda. Sasa kama saa hii nyumba yangu imefugwa, niko na watoto 3 na sina chakula ya kuwapatia. Sasa atakawe pastor, hebu tumia akili tu, ulison kama mimi. Niko na watoto 3. Sinipatie mmoja hao wengine, nipatiane mmoja hao wengine wakule. Sasa nikamuuliza, ni gani utapatiana? Si of course wanaitishaga mtoto wa kwanza. Kwa hivyo hata kujua najua details. Wamepatiana wangapi? Is your mom safe? Safe. Baba yako ako safe? Ako safe baadaye. Vijana wako wapi? Vijana inua mkono. Young, yeah. Is your mom, is your daddy safe? She's no longer alive. Pia wako. Boss. Imekuja? So it is very important for us. Na kanisa zimejaa Kenya. Ruba kataraba buburuzaka zimejaa. Mabishop wamejaa. Maprofet wamejaa. But the generation has gone. The generation has gone. But nikakuja nikaongea na mama mwingine, nilikuwa kwa TV nyingine juzi. Nikakutana na mama mwingine hapo. Are we safe with you? Anyway. Mungu atusaidie. Nilikuwa nataka kuonyesha hawa. Nitawaonyesha after how they came here and how they are. Wamekuwa dressed. Tuko na kampuni yetu tunatengenezaga maguo. Kama hivi unaona tumekaa, ni kampuni yetu ya kutengeneza maguo. We create jobs. Not only preaching it to you at you uende biguni. Unaenda biguni aje, unaenda wapi? Na hujakaa mzuri hapa. Atilizi kama mzuri ukienda biguni unapatiana story ya huko. Wenye kulikuwa kuzuri, unakuta kuzuri zaidi. Ukitoka ukienda America unasemanga umetoka wapi? Kenya. Kenya ni kubaya lakini ni kuzuri, nilizaliwa huko. Then unaenda sasa unaanza kusema maneno ya huko ya America. Lakini huwezi kusema maneno ya hapa. Hapa hakuna kitu au nothing. Na huko unaenda wapi? Sasa hawa jamaa wamedressiwa vizuri.
Asante sana, pigeni wale walichanga pesa tukanunua manguo. Na hiyo ndio moyo tunataka. We are known because of our love that we have. These guys, huyu alikuwa tuambie ulikuwa unalala wapi? Nilikuwa nalala nje. Wa vibanda. Wangige sasa nyumba ilikuwa shafungwa. Sasa nikakuwa juu nilikuwa nimekasirisha mzazi. Nje. Ukatoka nje? Ilikuwa Saudi. Ulikuwa unafanya kazi huko kama nani? Kama safety. Nilienda kama mtu wa mikono. Na nikapewa mamlaka, nikakuja nikakuwa msimamizi. Msimamiaga watu kazi. Ukakuwa mdosi. Ukatoka ukasave pesa yako mingi sana. Sana. Ngapi? Pesa mingi sana tu. Nikakuja sasa sijui mambo huandama mtu. Hiyo pesa nilikuja huku kutembea siku 43. Lakini siku ya 27 nilikuwa nimelala Kenyatta. Alikuwa amekuja kutembea with the savings of 1.5 million. Anataka kununua plot. Within 27 days alijikuta Kenyatta amefanya operation, tumbo imefura, imekaa hivi. This man, witchcraft is real. Witchcraft is real. Na wewe? Hawa ni madugu. Ya mimi naitwa Samuel. Hata mimi nishaenda Dubai 2 years. Came back with nothing. And I've suffered before I came here. Now at least naona maisha yangu yana change. Sasa at least umeng'ara. Yes. Now I feel good, yeah. Well, for the first time umelala kwa nyumba, si ndio? Oh my God. Sasa nataka tuwakombolea nyumba na tuwaekee kazi wafanye. Kama mtu ameenda Saudi Arabia, a foreign country, ametengeneza 1.5 na ukimsaidia kwa njia yake, amepanda mpaka amekuwa supervisor kwa Arabu, imagine. Lakini alikuja for visit ya 43 days. But in the 27th day, ni 27th day, alikuwa Kenyatta. Bila pesa, ikapotea na operation kwa tumbo. Ukiangalia tumbo yake utalia. Venye iko saizi. Na walikuwa nataka kumuua. Kutoka hapo wakampeleka kwa muganga. Ule mtu mzee anaitwa Maina wa Makoto huko Murang'a. The head of him. Thank you. Where is another friend of mine? Come there. Nani waliona huyu? Simama tu hapa. Nataka kuonyesha before I start preaching, because I will not want to be preaching a lot. Mumehubiriwa. I want you to see deeds of Jesus Christ. This man, who saw him? Yeah? Alikuwa na madrezi zingine zimekaa hivi, zimekaa. Angalia hiyo kijana. Nani? Oyesigo, Daigiro Oyesigo. Sigo and searching. But he is not lonely. Sigo and searching. Angalia shetani venye alikuwa amemfanya. Kilikuwa kimzee, kilikuwa kimekaa pale. Kimezeeka. Sister yake ndio huyu. Hata aamini. Sister yake kaniuliza wakati alienda akikuja kama ameng'ara. Sister yake kaniuliza, huyo naona kanakaa kama brother yangu. Kwani mmepeleka brother yangu wapi? Brasiri, tuambie na wewe. Mimi nafurahia. Kwa sababu maisha yangu imebadilika. Kabla maisha ibadilike, ulikuwa nani? Sikuwa mzuri. Ulikuwa nani? Tuambie watu. Watu hawa wengi wako hivyo, lakini wamejificha. Okay, ndio wajue maneno venye nakwega. Kabla niokoke, mimi nilikuwa kiongozi wa Mungiki. Nilikuwa nimepewa cheo. Na bado nilikuwa nafanya kwa ngonya wagakonya. Na hata ilikuwa imefika mahali mpaka nilikuwa nimepewa uganga. Kwa hivyo ulikuwa mganga. Mpaka ikafika mahali kuna vijana huko nilikuwa nasaidia. Ulikuwa nawasaidia? Ongea na nguvu. Nyita microphone wega. Yes. Nilikuwa nawasaidia. Kuna wengine walikuwa
wanaenda wanachukua nduthi. Pesa kidogo. Hiyo ingine tunakuja tunaficha. Na wasaidia kuficha. Sasa ule mwenye nduthi hawezi kuja kuitisha pesa. Kuficha aje? Okay. Uganga. Uganga. Yaani unaiganga. Unaifanyia uganga. Mwenye nduthi atakiitafuta? Hawezi ipata. Na hawezi. Hata ya pikipiki yako umeigaga? Hata nikiweka nje haiwezi ibiwa. Lokondolo lobo sayala telelelelele. Haiwezi ibiwa? Unaweza kunikanga mimi? Saa hizi ji kama imeisha nguvu. Uko nayo? Iko wapi? Nilikwambia uniletee. Iko huko chini. Enda ulete. Kibia. Kilete hiyo 100 hiyo. Iko wapi? Kumefukuli uko. Amelete. Lazima tuvuje ugaga. Kibia tengera. Yes. I want to show you practically. Duthi inakopore anaenda nakoba 15,000 una haya. Alafu kutoka hapo duthi inakupotea. Kabisa utaiona tena. Naona vitu anatamania. Wade inafichwa na inapotea. Sasa hii kipawa ikitumika kwa Mungu, ni nini hatuwezi fanya? Ni nini hatuwezi fanya dunia hii? Kama ana uwezo wa kuficha duthi na wewe anakuficha. Kaile tu, my friend, akwa my friend amejificha tena. Nimemwona hapa nyuma makopa. Ameenda wapi? Wapi yeko? Pastor. Steriko hapo ama naye amejificha. Najua inaweza kuwa ni miracle. Nitaona yeye. Ako wapi? Labda sioni vizuri. Tumepata naye huko juu. Alikuwa amekaa hapo. Toka. Acha akuje. Yes. This is the kind of testimonies I want to hear. Your life must change. He was a stronghold. This man ameenda kuchukua hiyo kitu. Tulienda kuchukua mashini kumunyoa. Wale walikuwa hapa. Stima ikapotea. Kuweka mashini kwa stima hivi pang. Ikavuruma. Stima ikaenda. Tukateremka chini. Tukahakisha generator. Generator ilikuwa imejaa mafuta. Ikajinyonya mafuta ikaisha. Tukatumana mafuta ikahakishwa ikaguruma ikakataa kutoa moto. Huyu ndio chairman wetu, simama. Huyu ndio nikamwambia sasa, kwa sababu hii ni vita na hamuielewi, peleka huyu mtu pale kwa kinyozi aende anyolewa. Kufika huko kuwekwa makasi, stima hapa ikarudi, generator ikaguruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it's a stronghold. And these things are happening in our lives every single day. You are held by the stronghold. Your grandfather was a stronghold. Your mother was a stronghold. Your brother is a stronghold. Unasikia huyu anasemaje? Anasema okay. Good. Pigieni Yesu makofi. Pigieni Yesu makofi. Wait a minute. Kuna watu hapa hawapigi makofi. Ni kuoneshana. Wacha. Ni kuonyeshana wanaumia kimoyomoyo, wanasema huyu ameenda kuharibu kazi yetu. Toa, wekelea hapa. Waone ugaga inaku. Toa hiki tuweka kado huko. Weka huko tuone hizi vitu. Yeah. Rakata. Yeah.
Wakali. Kuja uone. Toa zote. Toa zote. Yes. Siarele mwaraga. Yone gwaro. Yone kwa mkono. Ha? Kuja nani tamshikia? Mshikia hapo. Negania. Ni ngenia, inaitwa ngenia. Wewe oka kama mimi. Oka tu. Teko maka. Pastor oka. That's my pastor. Yes. Anakwambia kala manzila lela kadalala wasalala angwana wamesema. Oka. Hata huyu alikuwa huko. Huyu. Toshonole goma neguo. Huyu shetani tumwaibishe. Huyu alikuwa huko. Alikuwa amekuwa mganga. Simama hapa. Sikuhelelia itiki tio ndikigwika. Wewe ulionyeshwa kama hizi? Zako zilikuwa kaina gani? Ulikuwa karibu kupewa? Yeah, inaitwa kwa gania, ino niyo mundu aba kuoho nigetha ukunurirwo go. Wohagwa atia? Ajui Kiswahili, huyu ni Mkikuyu. Hii ni kitu ya kwanza inaitagwa gania. Sema gania. Inafugwa mtu, hii ndio sasa the process ya kukufuga ndio hiyo. Sasa unaona hivyo amefanya? Hivyo sasa ndio mganga sasa ameanza. Sasa amekufuga. Sasa watu wengi walianziwa hapa. You are in this stage. Nyinyi umwegi mumefugwa. Biashara zenu zimefugwa. Maisha yenu imefugwa. Tumbo zenu zimefugwa. Ndoa zenu zimefugwa. Kila kitu yenu imefugwa. Hivi. Ukiona sasa amefuga hivyo, amefuga. Stage 1. Twende stage 2. Stage 2 sasa. Sasa hii mtu ni amekuja kutafusiriwa. Sasa amekuja kwa ugaga, sasa wanataka ugaga. Sasa umemweka hii ama wewe ndio unaweka hii? Sasa hii unaweka na mganga. Inawekwa na mganga. Sasa power zimeshuka. Sasa unajua connection imeingia. Okay, tuendelee. Unapewa hii. Sasa hii mshikie microphone. Nitero microphone. Sasa unapewa hii. Mwitware kanwa-ini. Sasa unafunuliwa hii. Sasa hii nini iko ndani? Hebu fanya venye mnafanyanga. Fanya tu. Unajua ni shetani tunaanika. Ni kumwanika tunamwanika sasa. Angalia venye sura imebadilika, imekuwa serious man. Operation. Thunderstorm. Sasa hiyo ni nini? Hiyo napaka? Neira. Oh. Okay. Sasa hivyo unafanya nini? Hiyo sasa ni nini hiyo sasa? Nikorogoria ndoe mwana ndio. Nikorogoria. Sawa. Sasa achana na hiyo. Na hii ingine ni ya nini? Hiyo sasa ni nini? Neira. Ni ya nini? Sasa kazi yake ni nini? Sasa hii kazi yake. Kazi ya hii wanga hii ni ya kama sasa nataka kufuruga wenye nataka wa dudujoru. Yaani kuvuruga mind, kufuga maakili zao. Wenye sasa maadui hawezi pata nguvu ya kuniattack mimi. Oh. Okay. Na twende hiyo gine. Ina ni ya kufanya nipendwe. Upendwe. Ama wanipende. Lekete lele. Aisha. Ya. Angalia huyu. Ili ya kutaka upendwe. Usinipatie nipendwe. Wa. Na hiyo ingine.
Kachuma, kachufa. Hii ndio hii nimeweka hapa. Ndio the same. Na hiyo? Hii sasa si ni unajua kuna ufalme wa majini. Na kuna ufalme wa nchi kavu. Sasa hii inasimamia huko kwa majini. Na nchi kavu? Hii. Hii ndio ufalme wa nchi kavu. Ufalme ya majini na ufalme ya nini? Ya nchi kavu. Sasa hapa mnang'ang'ana nafuka mapepo na jamaa ashakufuga. Mapepo nafuga katika jina la Yesu na akoka. Na hakuna kitu najua ngo. You must unravel what is the mystery behind this. Ako na ufalme wa majini. Huyu ndio Queen Sheba. Mfalme wa huko ndani ya majini. Na huyu ndio mfalme wa Persia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa amekukamatia vitu zako na kwenye ndani ya maji amekukamata. Sema Bwana Yesu. Tukomboe. Tufungue. Hii sasa ndio wasichana wa vijana na wanini wote wanaenda kwa shetani. We, ulifanywa hizi? Hii ni kali kuliko ya maina ama goto. Simama juu. Jene sio pogo. Tasikia huko. Ule kamera. We, hii picha ikipotea. Utaniambia kile kazi mlikuwa nafanya. Sasa nikose hii. Utaenda kwenu saa hii. Hiyo sasa ndio na sasa hiyo inasema nini? Imekataa. Imesema huko ni kubaya. Imekataa. Pigia Yesu makofi. Imekataa. Sema imekataa. Sema imekataa. Yes. Simama na miguu yako. Inua mikono yako kuja hapa. Inua mikono yako juu. Sema kutoka siku hii. Siku hii ya leo. Kwenye haya madhabahu matakatifu. Kwenye haya madhabahu matakatifu. Madhabahu matakatifu. Ya Yesu Kristo. Mwana wa Mungu. Aliyezaliwa Nazareti. Kutoka siku hii. Najitenganisha na madhabahu ya waganga ya ufalme wa majini na ufalme wa ardhi na ufalme wa kwenye anga. Kutoka leo Yesu nitumie kama chombo cha ufalme wako. Bring him here. Mulete. Sema muganga. Na uganga. Kutoka leo. Mimi si wenu. In Jesus name. Toa hiyo. Mfungue hiyo sasa. Mfungue. Afunguliwe. Hivyo fungua yeye. Fungua in the name of Jesus. Nipatie mafuta. Leta hiyo mkono hapo ulikuwa umefungwa. Nikufungue kabisa. There is power. There is power. The working power.
Simameni, jameni, simameni. Huu ni ufalme tumebomoa. Ufalme huu umebomoka kwako. Ufalme huu umebomoka kwako. This is a kingdom ambayo imeanguka. Watoto wetu wameachiliwa. Watoto wetu wameachiliwa. Dennis, watoto wetu wameachiliwa. Your families, ndoa zimeachiliwa. Biashara zimeachiliwa. Ndoa zimefunguliwa sasa. Biashara zimefunguliwa. Ngoja. Kama mtaki kuimba mtoke mkwende kabisa. Maybe hata nyinyi ni wagaga na mtemi. I thought you would be happy that tumefungua ulimwengu. Wamekuambia huu ni ulimwengu wa majini, na huu ni ulimwengu wa anga, na huu ni ulimwengu wa ardhi, na zote zimekamata. Hizi ndizo vitu zimekamata ndoa yako. Hizi ndizo vitu zimekamata familia yako. Hizi Hallelujah. Kuja. Sema Bwana Yesu, nimeachana na mambo ya uganga. Fungue. In the mighty name of Jesus Christ. Fungue. Achana naye. The mighty name of Jesus Christ. Achana naye. In the mighty name of Jesus Christ. Come out. Kuja hapa. Eliminate. Toka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuja hapa. Ugaga, shika hapa tumbo yako. Shika tumbo yako kwenye kitovu. Kutoka sasa, I disconnect the umbilical cord. Ninakata. The mighty name of Jesus Christ. Sema it's powerless now. Sasa, chema. Hizi vitu. Yes. Hizi tutazitolea sadaka saa hii. Nipatie simu yangu, ni lazima nitoe sadaka nitume kwa baba yangu ya kiroho. I declare you powerless in the mighty name of Jesus. Wow. Wewe mfalme wa majini, mfalme wa ardhi, mfalme wa anga, ninakudeclare powerless. I declare you powerless in the mighty name of Jesus Christ. Ulikuwa umetoa pesa gapi kwa hii? Toto ilikuwa pesa ngapi? 14 hivi. Yes, na mimi nitatoa 20,000. Send it. Hivyo ndivyo kuvuja madhabahu. Kuna kitu kingine umetoa kikubwa kuliko hiyo pesa nini? Buzi. Ilikuwa inakuitisha damu ya buzi. Okay. Said money. Na najua pay bill ya kwa Harrison ni 254999, ndio? Na kama mko kutoka na sadaka, wekelea sadaka yako hapa. Ikuwe sacrifice. 254999. Yes, faith. 20,000. Umeona yangu nimetuma? Umeona yangu nimetuma? Unatuma kwa baba yako ya kiroho ndio uvunje, na you have to give a higher sacrifice. Toeni sadaka zenu zote, kila mtu atoe sadaka zake hapa. Kila mtu atoe sadaka zake. Sadaka na fungu za 10 zote muwekelee hapa. Tufungue kabisa. Kila mtu, kama kila mtu aliye hapa, whatever you have to give it here.
Nasema kila mtu mtoke mkuje mweke hapa, wacha kunimbia hapa ni mwaba ni salama. Na mnaona ni nini tunavuja hapa? Amuka ulete wekelea hapa. This is a sacrifice. This is not an offering. Wekelea hapa. Kila kitu ile uko nayo ulisema utakuja kutoa kanisani, bring it here. I'm disconnecting from any revenge, from any attack, from any reprieve. Natango reprieve ma represo. Wekelea hapa. Wekeleeni hapa. Hivyo nawekelea hapa, madhabahu ya kwenu inavunjika. Ile ugonjwa ilikuwa inasumbua watoto wako imeondoka. Nyinyi watu ambao wako kule ng'ambo ambao mnatutazama live. Are we live? Wale ambao mnatutazama katika namba hiyo ambao unaiona 0722 239 555. Hii ambao mmekuwa mkiconduct ni kuvunja, tunavunja. Mmeona what God can be able to do. We are breaking this altar ya waganga ambayo imekuwa ikikunywa damu ya watoto wetu. This is the cause of the accidents. This is the cause of wewe kukosa kazi. This is the cause of wewe kuteseka, ile mateseko umepatikana. This is the cause of the sickness that you have. This is the cause of the problem and challenges that you are facing in your foreign country. Hii ndio ilikuwa imekufunga. Kuna mfalme wa majini, kuna mfalme wa wapi, kuna mfalme wa anga, na kuna mfalme wa ardhi ambaye mfalme wa ardhi anadominate na kushika mali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Give it, endeleeni kupatiana. Give it. Mnafunguliwa. The more you are giving, mnaendelea kufunguliwa. Mnaendelea kufunguliwa. Either whatever it is, there's a till number huko 247247 na 247247 239 That's a till number 239 Why am I doing this? I'm training how to build an altar. Gideon akaambiwa aende kwa zizi ya baba yake, achukue ng'ombe wawili wa miaka 7, kisha aende kwenye madhabahu ya baba yake abomoe. Akisha bomoa kisha ajenge. Mimi nimebomoa. Hiyo sadaka nimetuma kwa baba yangu wa kiroho 20,000. Nimebomoa madhabahu hii, na nyinyi mujenge madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So any challenge, I don't need to even pray for you now. Hata ibada imeisha, nendeni nyumbani. Hallelujah. Tumeshavunja whatever that has been paining you, whatever that has been a challenge in your life, whatever that has caused your life, any kind of disease, any kind of challenges, any kind of problems, have gone in the mighty name of Jesus Christ. Have gone in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Receive your breakthrough now. Receive your breakthrough now. Receive your healing now. Receive your job now. Receive opportunities now. Receive a traveling document now. In the mighty name of Jesus, I break every bondage. I break every bondage. I break every witchcraft. I break every witchcraft. I break every witchcraft. Oh, I shall hear somebody there. Somebody there. I break every covenant. All the powers of darkness, I render them powerless. All the powers of witchcraft, I render them powerless. I render them powerless. Somebody here, somebody there. I render them powerless. I render them powerless. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Okay, Tayarana. Every demonic arrangement, every demonic powers, every spirit of witchcraft operating in your life, operating in your family, operating in your business, operating in your children, I render it powerless in the mighty name of Jesus. Every spirit of poverty, every spirit of rejection, every spirit of neglect, every spirit of downfalls, I render you powerless in the mighty name of Jesus Christ. Somebody pray. Somebody pray now. Pray for your breakthrough. Pray for your breakthrough. Omba, omba, omba. Fungua kinywa chako, anza kuomba.
Fungua kinywa chako uombe. Fungua kinywa chako uombe. Fungua kinywa chako uombe. Rabababababa. Nabomoa kuta zote. Nabomoa arrangement zote. Walikuinua kama muganga na kuinua kama mchungaji. Walikuinua kama muganga na kuinua kama mchungaji. Na kuinua kama mchungaji. Walikuinua kama mchungaji. Oh. Continue praying. Endelea kuomba. Mwachane. Only one person to take care of her. Only one person. Lift up your hand. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema kutoka leo chochote kilichofunga maisha yangu kimeanguka katika jina la Yesu Kristo. Anza kukatakata minyororo, katakata makamba, katakata, break every bondage, break every bondage. Break every bondage. Break every bondage. I say break every bondage. Break every, kumbuka. Destroy every foundation. Wakati Paulo na Sila walifungiwa ndani ya korokoro, walipofungiwa ndani, the earthquake came, and when the earthquake came, it got into the foundation of the prison, and every foundation was broken, and every locked door was ikafunguliwa. Minyororo ambayo ilikuwa imewafunga ikakatakatika. I declare and decree from today, it is a day of your breakthrough. It is a day of your breakthrough. It is a day of your breakthrough. Hey, may God see you through. 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 Ah, you are set free. 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 The mighty name of Jesus. You are set free. You are set free. You are set free. You are set free. In the mighty name of Jesus. You are set free. You are set free. In we give thanks. Continue giving thanks. Endelea kumshukuru huyu Mungu. Endelea kumshukuru. It is the end of your problems. It is the end of your problems. It is the end of your challenges. It is the end of your challenges. It is the end of your problems. Oh, reketa yarama. It's the end of it. It is the end of it. Get out now. You demon. You've been in this body for over 300 years. Now it is the end of your kingdom. In Jesus' name. It is the end of your kingdom. In Jesus' name. It is the end of your kingdom. In Jesus' name. Oh, yes. Okotaiweka mzuri. Alice, toeni. Weka kwa hii bagi yake. Weka hizo, alafu weka kwa hii bagi yake. Then mutaipeleka pale katikati pale. Muzichome hapo. Muzichome. Tell your neighbor, I'm set free now. I'm a free man. I'm a free woman. Anything that was stolen from you, I return back to you. Everything that was taken away from you, I return back to you. Chochote walichokiiba ninakirudisha. Chochote walikunyaranya in the dreams, I return it to you. Chochote walikuiba
in your business, I return it to you. Walinyakua bwana yako, ninakurudishia. Walichukua mtoto wako, ninakurudishia. Walichukua biashara yako, ninakurudishia. Walichukua huduma yako, ninakurudishia. Walichukua kazi yako, ninakurudishia. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Walikufunga na magonjwa. Walikufunga na magonjwa. Magonjwa ambayo hayaponwi. Wakasema una ukimwi. Wakasema uko na kanza. Wakasema uko na diabetes. Wakasema uko na pressure. From today, I declare and decree it is null and void. Magonjwa yao ninawarudishia. Magonjwa yao ninawarudishia. You are healed from today. Mulete shata kateremo yele keta. Bring. Munampeleka wapi? Munampeleka kwa choo mukafanya naye nini? Mulete hapa. There is a lady here. You are healed in the mighty name of Jesus Christ. Receive your healing now. It is coming. Lift up your hands. Pokea uponyaji wako. It is coming. Receive it. Oh, you do it. May the God that heals any form of a disease, it doesn't matter what kind of a disease, he breaks every foundation. He destroys every character, every forces of darkness. Oh, set her free. I set you free. Jesus. Set you free. Oh, witchcraft. Diseases. You are free. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Hey snake. Nyoka toka. Nyoka. Pepa mizigo. Nyoka toka. Toka. Yes. Shut. Out. Loose the body. Loose the spirit. Funguliwa tumbo yako sasa. Funguliwa tumbo yako. Simama. Stand up. Funguliwa. It is opening now. Inafungua sasa. Inafungua. Oh. Waka. Revovo sayarashia. Yes. Yeah. Okay. Kuja. Haraka wewe kuja. Toka. Tapping. Taking it. Kuja. Tapping. Chika mtoto. Tapping. Toka. Shh. Toa mkono. Analia. Hautawajaka tena. Yes, thank you. You are nani? Ni mzuri. Pona sasa. Sema umepona. Pona. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. You disease. Yes. Ambao uliingia mtoto huyu. Oh yes. Katika masikio yake. Oh yes. From today. Amen. Masikio yaanze kupona. Amen. Ipone. Amen. Ipone. Amen. Ipone. Amen. Ipone. Amen. Ipone. 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 In Jesus name. Amen. We're healed. Thank you. Yes. Oh.
Come out now. Come out now. Mwache aende chini. Mwache aende. Aende kwako. Anaenda chini. Kuja hapa. Yes. Oh, ulikuwa unanitafutia. Ulikuwa unanitafuta wewe. Ndio hiyo nakuja. Everything that has been against you, it is no more. In Jesus' name. In Jesus' name. Everything. Sister, come. Yes, you. Come. My room is too small. Just pray for. Ebu, chukua dakika moja tuombe room kubwa. Chukua dakika moja tuombe room kubwa, room kubwa. Oh, I say. Chukua dakika moja itisha tu room kubwa. Yes, my sister also there. My sister. That sister of mine. That, yeah, come. Yes. Yes, that is why I'm calling you. Even this one is so. You and you and you. Same disease. And you. Same disease. Yeah. This is not a medical disease. It is a spiritual disease. It was brought to you by people known to you who wanted to destroy the entire family. Mulete hapa. Mulete hapa pandi. Mulete hapa pandi. Hii kitu ndio ilikuwa imeshika watu. Na hiyo Maina Magoto. Anaitwa Maina Magoto. Nimempatia notice. Kenya si nchi ya uchawi. This is a country designated. Ngoja makofi. This is a country designated for the revival of the gospel of Jesus Christ. Waganga, Freemason, Illuminati, whatever you want to call yourself. You have to pack and go. Waambie pack and go. Murudi kule mulitoka. You. I know you know how you call yourself. Inueni mikono yenu juu. I know what is dominating you. And you brought to these people because you wanted to kill their destinies. I command you now to walk out of this body and set them free. In Jesus' name. I can feel it is being cancelled. Inatoka. Inaenda kimya. Sema kimya. Hii dunia si dunia ya HIV. Inaenda isiringia kimya. Inaenda kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. There is somebody here. Ako na mgonjwa wa cancer. You are here. You have somebody, a relative who has got cancer. Uko hapa? Uko wapi? Uko na relative ako na cancer. Mulete, utasimama on the gap. Wachana na wao. Please, Beatrice. Rugamari hau, wikarawe soja. Uragire muthamaki wa Persia agethie. Umwiro agethie. Ndikwenda anaenda. Ndikwenda karia, ndikwenda anaenda. Na wanataka kukataza mfalme aende. Wacha atoke. Kuna mtu hapa. Your relative ako na cancer. Uko hapa tu kuja. Ni wewe nitakuombea na atapona. Wewe ndio utakuwa link ya huyo mtu kupona. Ni wewe. Kuja. Yes. You can stand in the gap. Sema in the gap. Do you know what we have done today? We have stood in the gap for an entire nation. Do you know? Let me tell you one thing. Kuna watu wako Amerika saa hii wamefunguliwa.
Kuna watu wako Amerika saa hii walikuwa na kansa inaondoka, walikuwa na shida, walikuwa Amerika ilikuwa imewakataa. Mfalme wa kukataza ndio huyu ameanguka. There are people in the UK. There are people in Germany. There are people in Belgium. There are people in Egypt. There are people in Saudi Arabia. There are people in Bahrain, Minyorona, Australia. Whatever that has been binding them has been set free. Has been set free in the mighty name of Jesus Christ. Cancer, cancer, go, go, go. Cancer, go, go, go. Cancer, go. Cancer umepotea, cancer. Hama, hama. Meda, meda. Wow, thank you. Pigeni Yesu makofi. Ndani mkae chini. Hizi tutachoma pale. Tutaenda pale. Weka hapa karibu na kigogona. Unajua hii ni kigogona na hii ni kigogona. Ndio unaona tumekigogea kwa kigogona. Haleluya. Ugogea kule atinaenda na ati tuma shilingi 10,000 nikuvujia madhabahu kwenda kabisa. Mwambie huyo mtu ni mchawi. Mchawi. Lazima Mungu aseme, nimesikia sauti imeniambia, tuma kwa baba yako 20,000. Tukamata hii madhabahu. Ni Mungu husema, si wewe. Si pastor wako, pageni viti haraka niwahubirie. Yes. Mumefunguliwa. Kwa hivyo na tumiongeza siku nyingine moja. Beatrice alikuwa amewaambia tumiongeza siku nyingine moja. Kwa hivyo Tuesday tutakuwa na service. Simpigie Yesu makofi. Tuesday utakuwa na service ya deliverance. Na Wednesday we have a service for deliverance. On Thursday nimeitwa Nyeri, muniobe mashule yote ya Nyeri. Wamekusanya watoto pamoja niende nikawazungumzie. Kwa sababu walistuka. Walifanya nini? Walistuka. Wakasikia gai kuna mzazi mwingine ameniambia na haki venye naonaga msichana yangu naonaga amenipatiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wangapi wamebarikiwa? Wacha tu zikae madhogodhani, usishinde ukipanga. Usishinde ukipanga, wacha zikae madhogodhani. Kwa Mungu hakunaga oda, kuna kaaga hivyo madhogodhani. Mungu ndio jipagia mambo. Haleluya, wangapi wamebarikiwa? Haleluya. Kwa hivyo Tuesday it will be more powerful than this one. Nimefanya haraka kwa sababu nataka nihubiri kidogo. Haleluya. But Tuesday it will be wonders and the miracles. Wednesday ni kufunguliwa tu. Alafu wacha nikwambie kuna ibada maalum ya kufungua mchanga wako. Sema kufunguliwa mchanga. Najua kwa wale Wagekoyo waliambiwa ogirodhoro neteri wa kwanyu. Sasa umejaribu kufanya biashara aina yoyote. Hii magonjwa unaona ya kansa, ukimwi, diabetes, hii unaona pressure, hii yote ni hiyo kirumi ya teri. Si wazungu wanasemaga ni behavior inaitwa hii magonjwa inaitwa hiyo magonjwa ya kuletwa na kimazingira inaitwaje? Lifestyle. Ati umekula nini? Umekula baba? Janke. Umekula majanke. Sasa majanke imetoka wapi? Imetoka kwa mchanga. Every disease unaona comes from the soil and it is associated with a curse. Bwana Yesu asifiwe sana. It is associated with watu. Kuna mtu akitaka kumaliza familia yenu, unakuta baba yako ni HIV, mama yako ni HIV, wewe ni HIV, watoto wako ni HIV. Jumba mzima cancer, HIV, cancer, diabetes, HIV, cancer, hivi zinazunguka hivi. That is ni a spirit. It is a spirit ambayo imerushwa kumaliza hiyo boma because they have an interest. It is a curse of the soil. Hiyo tunaifanya Friday usiku. Kama utaweza beba mchaga yako kuja. Na utaona kitu mlipuko hamjawahi kuona dunia hii. Hii tunafanya ni warm up tu. Bado hatujaingia kwa ofisi. Ni warm up. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tarehe 4, sema tarehe 4. Tukutane Thika Stadium. Tarehe 4 mwezi wa Disemba. Tukutane wapi?
Nitawaambia siri ya Thika Stadium ni nini iko huko. Niko na security kubwa ya Thika Stadium. Hapo ndio makamato. Unajua wakati wa Kenyatta walikuwa nasema itigake lake. Niki. Walikuwa wamesema zile duthi za mudhamaki hazitavuka shani ziende padi ya Nyeri. Ni kwa nini? Hiyo tukutane Thika nikwambia. Bwana Yesu, mimi siogopi, msianze kwa ati kai daretigera. Utanipeleka wapi? Unasema ataniua. Yeye hana shingo ya kukatwa. Allah. Kabla nikate si hata mimi niko na mkono. Kwani Yesu alikuwa anatembea na pita? Kuna mali umesikia Yesu alimwambia aligombanisha pita? Ati kwa nini ulikuwa umebeba paga? Niambe wewe. Mwalimu. Kuna mali ati kwa nini? Niki unadhokelea huduma yako, unaniharibia huduma. Nani alipatiwa ministry ya Yesu? Kwa sababu ya nini? He stood firm, defended firm. Defend Jesus and Jesus will defend you. Defend. Na madhabahu hizi zote tutazivunja. Wale wamefuatilia kwa mtandao wamekuwa kiona nimelivili zote. Lakini sasa kuna zile sasa mababa za hizo madhabahu. From next week tunalivili. Hallelujah. Tukienda Thika tutazunguka Kenya mzima. We be destroying one after one after one. Hallelujah. That is when you are going to stand and say, indeed we know who Jesus is. Jesus did not come for the good, he came for the bad. Hallelujah. So I don't want good people here. Good muende Catholic, good muende FDA, good muende kwa waokofu. Si ndio? Wale watu wabaya kama mimi na wewe tukae hapi. Tuhubiri Yesu. Yesu ndio wetu. Yesu ndio komanda yetu, si ndio? Yesu alikuwa hasira. Mwe ni aje kumbaka. Na akasema mimi, kuna watu wananitafuta bado wanatafuta huko. Oye, muniombee nipate nyumba kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muniombee. Kuna mtu ananiuliza hiyo namba umeisema haraka sana. Hiyo namba ni 0722, hiyo ya M-Pesa. 0722 239 555. Jina ni Hezekiah Waruinge. Wanauliza huko, wametaka. Unaona watu wanajua kuvuja madhabahu. Mesi akameingia. Simesikia hivigia. Na msimtumanie. Hata ukitumana hakuna kitu utafanya. Atakuja na kuuliza gai, kale komanda. Atakuja na kuita kumbe ndiye komanda yetu ya zamani. Anawaambia kujeni tukakule kanyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuwe na uoga. Kama kuna kitu Mungu anachukia, nikimuoga and a lazy person. Kama uko hapa and you are lazy, you don't work, unataka kukaa hapa nikupatie kitu, don't come here. I don't deal with lazy people. Nataka watu wa kujituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nini? Nobody was born poor. We make ourselves poor. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody was born poor. We make ourselves. We are our product of what we are. We are what we are because that is what we decided to be. Nataka tuende haraka haraka. We have only 25 minutes. That is why nimeanza na hivyo na hizo mbwembwe. Because I want to take through you the spiritual mistakes that we make in our lives. Dennis, I need these speakers. Zikuwe safi. Ni easy. Nini? So, kutoka Friday, wakati ulijua imeharibika, mbona hukupeleka? Hiyo kasumba mko nayo mtawacha. Hii nyumba hatutakaa hivyo, hatutakaa na nyinyi hivyo. No. Mumenizoea vibaya. Mumenizoea vibaya. Mumekaa na watu mpaka wamekuzoea, wanakuonaga tu kama ni tupasta tule mumezoea huko. Mimi ni komanda. Niliokokea kwa James Maina Nganga. Sema James Maina Nganga. Kenya One. Sema Kenya One. Nikalelewa na mtu anaitwa Harrison Nganga. Bishop Harrison Nganga. Sema Bishop Harrison Nganga. Huyu ni mtu ngapi? Huyu unaona hapa ni mtu 2.
Si umeona? Tulikuwa tunacheka nikageuka. Si ndio? That is what God made me to be. Kwa hivyo wale watu tumekuwa na hapa for long time, ujika muache. This is another different move. Na mimi nataka watu mkuje wengi. Na nitakuwa nikiwaambia kamata huyo mtu mrusha ije mnarusha. Si ndio? Yeah? Mtu akikuwa kihigo kia kugireria mundu kazi ya Mungu iendelee. Anafanya kwaje? Anarushwa ije. Sitaki upuzi mimi. Nikwenda wana guko. Matuta. Nimekasirika kama nganga. Najaribu kuimitate nganga nione lakini ninakataa kuingia. Hiyo roho ya nganga siitaki. Sema siitaki. Siitaki hiyo. Wacha tuende na Harrison, si ndio? Tuende na Harrison. Ule ni mkali sana. Tukifika hiyo miaka yake ya 70 ndio tutakuwa kama Lakini sasa tuende na roho ya nganga. Spiritual mistakes that we make in life. Makosa ya kiroho ambayo tunafanyaga kwenye maisha yetu. Si utoe hii base. Kwani lazima muweke hii base? Spiritual mistake. Ni kwa nini tunafanyaga manini zinaitwa makosa za kiroho? Na makosa za kiroho ni gani? How do we make these spiritual mistakes? One thing, ndio kwa maana nimeleta hii kitu hapa so that you may see this is a spiritual mistake. Anything that is done in the spirit, it is a spiritual mistake. Like now when you do masturbation, ama when you do ile mambo ya gay na lesbianism, that is spiritually iko na connotation za kispirit. Therefore, whatever that you do, it will bind you in the spirit. And whatever you see in the spirit, in the physical, it is a manifestation of what happened long time ago. Ukaona ukifanya masturbation sasa, haikuanza sasa, ilianza kama miaka 5 mbele. Ukijikuta sasa unaiba unaokota kitu ya wenyewe, it did not start today. It started in the spirit. Whatever unaona hii mambo unaona crime Kenya, crime inaenda hivi. It started long time ago in the spirit. And these are mistakes that we make. Anything, what is a spiritual mistake? A spiritual mistake is that it's that which happens in the spirit and manifests in the physical. Bwana Yesu asifiwe sana. Makosa ya kiroho ni ile kitu unafanya katika ulimwengu wa kiroho. Umesikia hapa kulikuwa na ulimwengu wa kule baharini. Na hapa kuna ulimwengu wa huko duniani. The king of the land and the king of where? Of the ocean. Sasa hizi falme mbili zilikuwa hapa. Na hizi falme ndio zinashika mateka kazi zetu. Ndio zinashika mateka biashara zetu. Ndio zinashika mateka huduma zetu. Na kwa hivyo hii ndio inakamata mtu mpaka anashindwa kuendelea, anashindwa kufaulu. And this is what has caused us to stagnate, has caused us to suffer. And how do we get there? Tunaikujikutanga aje tumefika kwa hiyo makosa ya kiroho. Kitu ya kwanza inakupeleka kwa hiyo makosa ya kiroho ni kuwa we constantly look for answers externally. When you find yourself unatafuta majibu nje ya Biblia, nje ya neno la Mungu, nje ya venye Mungu ametufundisha. Kama sasa watu wanaenda kwa mganga kutafuta usaidizi. Watu wanaenda kwa diviner kutafuta usaidizi. Watu wanaambiwa tuma shilingi 10,000 nikufungulie madhabahu. Hiyo sasa constantly looking for answers outside the word of God. It is only the word of God that has the power to give you an answer. Otherwise, anything outside the word of God, any prophetic word outside the word of God, it is null and void. Any muhujia outside the name of God, huyo si muhujia. Any prophet, any apostle outside the word of God, huyo si apostle. It is the foundation of what is going to befall you. Bwana Yesu asifiwe sana. When you encounter ukewe,
ukapigiwa kasimu ama ukapigia mimi nikakwambia nitumie shilingi 5,000 nikuvujie madhabahu, umefungua mlango wa kiroho wa mateso. Umefungulia mapepo yameanza kukufunza. Ndio unaona nilituma na watu wengi wananiambia, nimejaribu. Kuna mama mwingine nikamwambia kubavu, shona hiyo mdomo yako. Ati hakuna hata kwa mhubiri nimejaenda. Nimeenda kwa mahubiri wote. Nimetumia pesa, nimetoa sacrifices, nimetumia hodi, nitapata offering, nimetoa nini. Hakuna kwa mhubiri, mpaka sasa nimechoka. Ndio maana nimesema nikupige nikakuuliza mimi ni nini? Mimi si mhubiri. Si atamalizana na mimi kutoka hapo tena aenda anza kuniongelelea. Nikamwambia wewe acha ujiga. You are the problem. You are what? Ukaona umeenda nyumba kama 5 kuobewa and nothing is happening, you are the problem. Inua mkono wako kama umewahi kwenda nyumba kama 5 kuobewa. Umeenda kwa pastor huyu and nothing is happening. Just be sincere, be genuine to yourself. Be genuine. And nothing is happening. Umeenda. Sasa wewe umeenda kanisa gapi? Yeah? Migi. Na mbona nasema uinue mkono uinui? Wewe umeenda kanisa gapi? Na mbona uinue mkono? Ndio usionekane. Hiyo hypocrisy sitaki hapa. Tutoa hii shida kutoka ndani yetu. And we can only do it by becoming truthful to ourselves. Nikisema na mwede hapa nyinyi yote hapa. Hakuna nabii amjui na bazeni mko nabii wa furaha, nabii wanyonyi, God wanyonyi, mpaka manyoka mpaka nini mumeandika hapo. Inua mkono juu kama umeenda kwa makanisa tofauti kuobewa na hakuna majibu umepata. Inua mkono juu. Sagalia. You are the problem of your own problem. Wewe ndio cause ya mataabiko. Because you need to sit down under one man of God. You need to have a spiritual father who will give you a covering, who will give you a protection, who will give you a direction, whom you sit under and give your tithe to, so that he can be your spiritual covering. But if leo uko kwa Moiro, kesho uko kwa Ezekiel, kesho kuto uko kwa Waruinge, kesho hiyo ingine uko kwa nani, kwa Ng'ang'a, kesho hiyo ingine utaekelewa mikono. All of them are men and women of God, but nothing would happen in you. Any battle is won based on whom you are under. We are all under Jesus, and that is why we call upon the name of Jesus. It is through the name of Jesus that we win the battle. You must identify yourself. Ukiona mtu hana baba yake ya kiroho, huyo ni mang'aa. You are a mediocre. You must have a father. You must have a father who is your spiritual. Mahali unatap, you sit under his anointing. You sit under his or her grace. So that at whatever time you need a covering, he is there. Where you take your tithes, where you take your offerings, where you take a responsibility. Na mtu yote mwenye hana baba wa kiroho, huyo ni mkora. Ni mtu ambaye irresponsible na hataki kuwa under instruction of anybody. Anetangwa jeuri mang'aa. Sema jeuri mang'aa. Wangapi wako na baba ya kiroho? Inua mkono tu hapo. Mtu anajua kuna baba ya kiroho. Wangapi hawana baba ya kiroho? Na umekuwa ukienda kanisa. Inua tu mkono juu, acha kuogopa. Inua tu mkono wako juu. Na umekuwa ukienda kanisa na huna baba ya kiroho. Sema mimi ni jeuri mang'aa. You can never succeed if you don't have a spiritual father. You can never. You need an umbrella to give you a covering. He is a man or woman that is above you, that communicates things of the spirit into you and for you. In the book of Hebrews 5, verse number 1. Hebrews 5, verse number 1. Somebody? The book of Hebrews 5, verse number 1. For every high priest
taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. He can have compassion on those who are ignorant and are going astray, since he himself is also subject to weakness. Because of this, he is required as for the people, so also for himself to offer sacrifices for sins, and no man takes this honor to himself. This is a man that has been picked from among men to be in charge, to offer atonement, to offer sacrifices and gifts on things pertaining men, and men is you. When I go to the mountains, I carry all your burdens and take them to the mountain to pray for you. When I ask you to send me your prayer requests, I go right now. Mumeona hiyo kitu ya waganga tumevunja hapa. Nimetoa sacrifice to my spiritual father. Why? Because I want his covering. Because what I'm attacking might be even higher than me. I need him. Ndio naona unaenda kuobewa, unafufua madhabahu ambayo ni kubwa kukuliko. Ukitoka huko unatoka ni kama mtu alikanyagwa na lori. Yet you are in a man of God. But because you are not able to understand what kind of an altar that is speaking in your life, when you go to interfere with it, it will fight back. When Gideon was sent by God to go and destroy the altar of his father, and he was able to all destroy it and build another altar, the elders that walikuwa wanatembea na baba yake, they came to his father and told his father, we know it is your son who has done this. How did they know? And they were not there when he was doing it. In the spirit, they were able to connect to know who has this capacity of understanding how to destroy an altar. They knew it is only who? They knew it is this man called Gideon. And they asked for his father, bring your son that we may kill him because of doing this. So these altars, they have their defenders. When you go and interfere with an altar that you are not able to counter, it will attack you. That is the main reason we are suffering. Despite of us going to various churches, despite for us going to many people of men and many women and men of God, they are godly people. Lakini hana capacity ya kudo this. It is like we go to Nairobi University. Science, faculty of sciences. You get there, utapata ndio inatoa madaktari. In that same institution ndio inatoa daktari wa meno, inatoa daktari wa tumbo, inatoa daktari wa mafupa, inatoa gynecologists wanatokaga huko na watu wanaitagwa doctor. Ukienda kwa gynecologist kama unaumwa na meno, atakwambia daktari wa meno wako hapo chini. You must be able to identify what kind of men of the women of God who is doing this service. These things are not done by everybody. We are all called, but called differently. We are all children of God, but we are all called differently. No one is being called like the other one. Nganga ukienda kwa James Ngai Maina nganga, my friend, akikuona tu anaonaga mapepo na anaanzaga. Ukienda kwa Harrison Nganga, akikuona anaonaga cleanliness. Ukienda kwa mighty man, prophet, mighty prophet, anaitwa Award, anaonaga something different. But we are all calling upon the name of God. We have been called in different positions, different ranks, and different callings. The calling of Jeremiah is not the calling of Isaiah. The calling of Moses is not the calling of Joshua. Yet they are doing the same job, to supplement one another. We are meant to supplement one another. There is a word here that belongs to you, and there is a word that I can give but does not belong to you. We go, ukienda kwa nganga utapatana na that word na utabarikiwa. Ukikuja hapa kuna neno utachukua, utabarikiwa. But you must sit under a father, and this father God must have directed you to.
You don't just choose a father. God directs you to which father you go. Don't rush kwa sababu umesikia Mombasa kumetokea Ezekiel. Nyote mnapanga laini mkienda huko. Has God asked you to go there? There is a lady, a good friend of mine. Alienda kwa Kakande, akaenda kwa TB Joshua, akaenda kwa jamaa mwingine South Africa, akaenda kwa Bushiri, akaenda kwa Rukahu, lakini alikuja kuponea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuko alinihesabia au kwa Kakande aliacha 1,000,000. Kwa wapi aliwacha pesa hii? Kwa wapi aliwacha? Nikamuuliza, uko na pesa ngapi? Akaniambia mimi Reverend niko na 200. Nikamwambia ekelea kwa mfuko hapa juu. Alipoekelea alianguka hapa na akapona. Saizi yako Canada. So it is not about the money you give. God does not look at the money. God is not interested with your money. As much as money is important, God is not interested with what kind of money you produce in the church. God is interested with the tail end of what you have started. God is not interested with what kind of a sacrifice you are giving. He's interested with the motive of giving. He asked for Abraham, give me your son. Abraham akachukua mtoto wake, akienda kumchinja, akapatiwa kondoo. Mungu hana haja na whatever you give. Whatever you give is yours. But he is testing you with what you are giving. Where is it coming from? Inatoka kwa maholi ama inatoka kwa roho? That is the most important thing. That umekuja umetupatia shilingi 10,000 hapa. Where did it come from? Did it come from your heart or did it come from your brains? Those are two different things. Anything coming from heart, it has a connection with God. But anything coming because of your pride, it doesn't have a connection. That is why most of us, you've given tithes, you've given sacrifices, you've given a lot of money to men and the women of God who have been taking advantage of what you are, and nothing is happening in your life. And nothing will happen in your life until you come to understand that God is not interested with what you have physically. He's only interested with what is in your heart, the motive behind what you are doing. If you've been coming to this church to be seen, nicely dressed, nicely moving, nicely speaking, nicely doing, and you are not connected with what God is telling you, then you are doing null and void. That is what has caused many churches and many men and women of God to suffer. And that is one spiritual mistake that we do. Looking for things outside from the Word of God. Because the Word of God is being humble. The Word of God is being sincere. The Word of God is being genuine. The Word of God is being related with God. That is the Word of God. The Word of God will set you free. The Word of God will lift you up. The Word of God will give you power. And whatever you speak, it got power. Because it is grounded and based in the Word of God. Otherwise, anything, any prophetic word, any word from whoever that is coming from, that is not grounded in the Word of God, it is powerless. Any prayer that I will pray to you is not founded in the Word, it is powerless. Any giving that you give, it is not grounded in the Word, it is nothing. Don't waste your money bringing your money here. That is why the Bible says, if you find you have a challenge, you have a problem with your brother, and you are coming to do a sacrifice here, and you discover you have a challenge, you have a problem, you have something against your brother or your sister, leave it here, the sacrifice. Rush to that brother and seek reconciliation. Then come back. Because even if you give it, it will not help you. Most of us here, you have left your sisters at home. You have left your brothers at home. You cannot share. You cannot talk. You cannot agree. You cannot understand each other. You don't love them. You hate them. You hate your grandmother.
You hate your auntie. You hate your brother, your cousin. You don't look at them. And then you rush to church, very clean, driving a nice car, dressing expensively. Yet there is a person at home you don't share. There's a person at home you don't talk to. That sacrifice will not be heard. That sacrifice will not be listened to. That sacrifice is zero. That is the reason you are suffering, yet you have been to churches. That is the reason you are crying, yet you've been to pastors. That is the reason you are crying, yet you've gone to the mightiest prophets in this world. You have wasted your time, you have wasted your energy, you have wasted your precious moments. Seek God. Seek the kingdom of heaven and its righteousness, and the rest will be added to you. It is the kingdom. Once you go to seek the kingdom, you understand the principles of the kingdom. The principles of the kingdom tells you to be genuine, tells you to be sincere, tells you to be humble, tells you that you are a human being, just like the other human being. Praise be the name of God. The principles of the kingdom tells you, be humble woman, be humble man. That is what Jesus was, and that is what Jesus would mean to be. The kingdom of heaven, the principle tells you that you must love one another. You love your brother just the way you love yourself. Because God is love, and love is God. Without the love of God, it doesn't matter who you are, what you are. It doesn't matter what you think you can be. If you don't have a genuine love of God, you are headed nowhere. You will never succeed. You will never make it. You will never go through. That is what we call a spiritual mistake that we do, thinking we are doing it right. Little did we know we are doing wrong. You are told and sent, go and preach somewhere, but you don't want to go. Because you look at that place, it is not your class. When I was told first to come and preach and start here, I didn't want this hall. I wanted a bigger hall that was on the other side. And God insisted, this is the hall. Then I looked at my name and I thought that this is so small for me. Then God told me, that is where you're going. Then he commanded somebody from afar to come and pay the rent for this house. And since then, we have not stopped. Until just the other day, he told me, I'm going to change your position to give you a bigger position because of being faithful and being obedient to my word. Praise be the name of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are small mistakes that we do. Another small mistake that we do that is of essence. You promise something in the house of God. You take an envelope, you say, I'm going to do this, but you have not done. Mukienda kwa nyumba nyinyi, kuna bahasha ya kwa Wairimo, kuna bahasha ya kwa Ng'ang'a, kuna bahasha ya Ezekiel, kuna bahasha ya TB Joshua, kuna bahasha ya nani, ya Mugaga, kuna bahasha ya Freemason, kuna bahasha ya Illuminati. Zote ziko. Na ulizibeba ukisema, nitarudisha. If you have that envelope, that is a curse in your house. That is what has blocked your blessings. Because you lied to God. You lied to the Spirit of God. That I'm going to take this one, I'm going to refund it. Bwana Yesu asifiwe. Are you okay, man of God? Uko sawa? Umerudi nomo? Kabisa. Hebu kuja. Simama hapo. Niangalie kwa macho. Yes. Yeah. Kaa hapo. Huyu mjamaa mliona venye aling'ara ako msafi. Ameleta mizigo zake za ugaga. Tumeziona hapa. Umeleta gapi zako? Uliokoka? Uliokoka? Yeah? Niko honoka wahonokire kana wakorire muhonoku. Niko honoka ria mbere wahonokire kana wakorire uri muhonoku. Uliokoka mami? Uliombewa toba? Uliombewa toba? Last year. Last year.
Ulioboa toba kwa sababu ulikuwa unafanya mambo baya, si ndio? Ukaamua kuokoka. Is it true? Yeah? Zile vitu ulikuwa unafanya ulileta baada ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a mistake number 1. Constantly looking for answers externally. That is, we go for witch doctors to give us direction, diviners, traditional mediums, turning instrument of worship into worship. Tell your neighbor, turning instrument of worship into worship. What do I mean by that? Wangapi wako na maji ya Ezekiel hapa? Ama ya TB Joshua? Wangapi wameenda kwa TB Joshua kama mimi? Inua, lift up your hand. Wangapi wako na sticker? Wangapi wako na kakitu kama mafuta anointing oil anaikaga hapa akienda kwa ofisi na inua tu mkono wako juu. That is turning instruments of worship, making them a worship. When you are carrying water from TB Joshua, when you are carrying water from Ezekiel, when you are carrying water from me, and you make it a god, that ukigia kwa ofisi unapulisa, ukigia mahali kwingine you want some favor, when you are driving a car, when you are doing anything, you become lazy of prayer. Instead, you take that water to be your god of worship. Unaweka sticker kwa mlango, inakupatia security protection. Unaweka sticker kwa gari, unasema accident iwezi kupatikana. You have reduced your God into that sticker. It is their good. The water is good. But don't make it a tool of worship. Make it a tool of connection to your God or to what you need. But not a tool that I've stopped praying from today because I'm carrying water. I will not pray because I'm carrying sticker. All that, when you turn this bag, ikue hii ni hilisi yako. Ukiacha hii afadhali ukibie urudi mpaka nyumbani, ndio uibebe tena uende nayo. Imekuwa hilisi. Wewe ni muganga kama hiyo umeona hapa. Kama wewe unabeba maji, ukiingia mahali lazima ujipulishe tu maji, ndio hiyo favor ifatikane. Wewe ni mchawi kama wachawi wale wengine. Mtu anaitwa Elisha akaambiwa kuna shamba ambayo iko na rotuba, iko nzuri, but maji yake si mazuri. Alipofika hapo, alienda akawaambia nipatieni chumvi na bakuli. Akachukua ile chumvi, akairusha kwenye yale maji yakapona. Lakini walipoenda, wakati wengine walienda wakaenda kukata miti, shoka likaanguka. Hakuitisha ile chumvi, aliitisha mti, akachuna kimuti, akarusha hapo ndani, and the axe ikafloat juu. I can use anything. Jesus used doro, matope, akapaka mwanaume, na mwanaume akaambiwa nenda ukaoge, na akaenda akaoga, na akakupona macho yake. You can use anything. I can use this one. I can use it as a medium of healing. But don't turn it to be a worship. I can use this one for you to be healed. But once it has done, it becomes empty. It is me who is carrying the Spirit. The Spirit is not in this one. The giver is the one carrying the power, the anointing. The anointing is not in the something that you've been given. Once you turn that thing that given to you to become the object of worship, then you become an idol worshiper. Those are the spiritual mistakes that we make. Looking into mediums to help us. Number 2 spiritual mistake that we do. Being over-righteous and being spiritual, having a spiritual defiance. When you become so holy that you cannot accommodate a brother who is sickly,
That you cannot accommodate your sister because your sister is a prostitute. That you cannot accommodate your brother because your brother is a well-known thief. Then you have become over-righteous. And that means you are not connected to the person you are preaching about. Jesus came to everybody. Jesus came for the sick. Jesus came for the prostitutes. He came for the bad people in the society, that he may turn them to become good people, so that these good people can know God. We are supposed to be instrument of making and changing lives to become better and live a world that is a godly world. A world that God created, a world that God wanted to be, the world that we are supposed to live. We are what we are because of them that we make. Praise be the name of God. I'm moving very fast because of time. In the book of Acts 20, the Bible says, repent and then turn to God, so that your sin may be wiped out, that time of refreshing may come from the Lord. Repenting, it is not confessing your sin. Repenting is being humble. Repenting is being humane enough that you connect with your God and release your spirit, your body, and your soul completely to God, that he will control you. But when you find there are things unafanya na zingine haufanyi, then you have not repented. When your spirit is still connected to you, not to God, bado you are not repentant. You must repent completely so that you can be set free from the willpower of sin. Another spiritual mistake, being attached to your spiritual practices. When you are attached to your spiritual practices, it is like when you go back home na unasema kwetu tunafanyanga, kwetu tunakuanga, kwetu guka alisema, guka alifanya. Those practices are spiritual sin. In the book of Jeremiah 35, the house of Rechab, and they were told by the Aguka that musilime misabibu, musivune misabibu, wala kutengeneza wine, wala musijenge manyumba, muendelee kuishi kwenye tent, kwenye hii inchi ambayo mnaishi kama maskini. Then Jeremiah was sent by God to go and tell them, and God told him, nenda uwapatie kila mtu glasi moja ya wine. Because it is the wine that was used kuwafunga. Ile laana ambayo imefunga familia hiyo ilikuwa glasses of wine. So Jeremiah was sent, akaambiwa aende kwa hiyo boma ya Rekabu, awapatie wine ndio waweze kufunguka, but they refused. That is why I was telling you, it is only God who knows what you are going through. A man of God does not understand. So he will not be able to give you the quantity or the amount of money to give you as a sacrifice. It is only God who will speak to you and tell you this is what you are supposed to give, so that the challenge you are going through. Because he is the only. Wana wa Rekabu hawakujua ni laana gani iliwekwa. Hawakujua ni kwa nini walilaaniwa. Maana guka yao aliwaambia, musiwahi lima misabibu, musiwahi hata kulima mashamba, na musiwahi kujenga manyumba, muishi kwenye hema miaka yenu katika nchi hii ya ugeni. It was a curse of poverty. They were cast to remain in the tents. They were cast to remain where they stagnated forever in their life. And when the man of God Jeremiah was sent, they refused to hear him because there was a word by the Guka. So that is spiritual mistake that was meant by a grandfather, and nobody rose. Hakuna mtu alisimama kukanzo hayo maneno ya Guka ndio hawa watu waachiliwe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameishi kwenye laana ya shosho, laana ya Guka, laana ya great grandmother, great grand shosho wa huko nyuma, mpaka wa leo you are standing with this word. Kulisemekana hakutaolewa mtu kama kwa Kikuyu, mtu ni moboi, anasema tuliambiwa tataoa mwedhaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And because this word has been there,
For over 500 years, for over 10 years, for over 30 years, it becomes an altar. Because you have turned it a place of worship. Anything repeatedly done, anything repeatedly done by your mouth, confessed by your mouth, confessed in your mind, it automatically becomes an altar. Anything that you continuously unasema baba yetu alisema, baba yetu alisema, baba yetu alisema, guka yetu alisema, automatically a place where there is an altar, it is a place where constantly a worship has been done. What we say by our mouth, it is a worship irrespective from which angle you look at it. Praise be the name of God. So what you say every day, if you call yourself a poor person, if you call yourself that you are, God decided you to be this way, that is what it becomes an altar. And when it becomes an altar, that is what you'll become. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hawajarogo hapa, lakini walijiroga. Because that is what they said. That is what the doctor said. In the book of Jeremiah 1 verse 14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires. These evil are our own desires. It is what we have decided. What I have said. Wagikuyu wengi wanasemaga ona kuria uguo-ri Ngai ario gĩtĩ-inĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa hiyo watoto wamelala kwa kulala kwa bila chakula. Nyumba mnalala nje kwa brother. Lakini unasema ona kurio uguo Ngai ario gĩtĩ-inĩ, huyo ni Mungu shetani. Hakunanga Mungu anaweza kukulalisha kwa kichaka na akue kwa kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. You must change the narrative and say, this is not what God, this is not my portion. This is not what God decided me to be. I am not the tail, but I'm the head. I am a blessed person. Deuteronomy 28. That when I go in and when I come out, I am a blessed person. Nikitoka Kenya niende America, I will still be blessed. Nikitoka hapa niende Tanzania, I will still be blessed. That the blessings of God are constant. They are not here because of a special occasion. Then when you go to another position, your occasion inaisha. No. The blessings of God are constant. So why do we suffer? We suffer because there is something that we made an oath, we made a covenant, we made it by our own mouth. That is what we speak. That is what we say every single day. You have reduced yourself to be a poor person, and the heavens will hear and the spirits will hear. Watu wengi are poor because you have decided to be poor. Because you found your grandchildren poor, you found your father poor, you find your uncles poor, therefore you decide, I'm also poor. Bwana Yesu asifiwe sana. There must be a word that will stand and say that I am not going to be poor. Yes, my grandfather was poor. Yes, my grandshosho was poor. Yes, my father was poor. Yes, my mother was poor. Yes, all my uncles are poor. But myself, I'm not poor. Bwana Yesu asifiwe sana. Lastly but not least, most of us thinking of spirituality as a destination and not a journey. Many people, we have taken spiritualism, Christianity, as a destination. When you became a Christian, that was the end of relating yourself with God. That is the end of you constantly going to prayer mountains, going to seek God, and you stopped the journey of looking for God. Christianity is a journey. Christianity is a movement. Christianity is a transformational life that you continually graduate from one level to another level according to how God lifts you up, according to how God blesses you, according to how God looks at you, according to how God gives you insights. Myself, when I got saved, I came from a movement that I was leading, and this movement grew gradually. I've been giving the story about my life. This thing started from a small thing and it became a big thing. When we started the church here, we are only 7.
And we were not doing is a church. We were doing is a fellowship. Nobody wanted to have a church. We wanted just to be fellowshipping once in a week. But God has gradually changed us to become what he wants us to be. So do not take this one as when you become a Christian, this is not the end of the game, but the beginning of the journey. So Christianity is a process of purification, a process of desires to be like God, a process to do the will of God, a process to stand the way God wants you to be, the process to do your business the way God wants you to do, a process to live in, a process to stand with. That we read in the book of Hebrews 4, chapter 4, verse number 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even dividing souls and spirit joints and the marrow. It judges the thought and the attitude of the hearer. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us live a life that is pure, a life that is just, a life that is acceptable. Hypocrisy, mediocrity, and over-righteousness, it will not take you to heaven. Be a simple Christian, but a genuine one. Don't look at others. I remember there are some pastors in Kenya who cannot even sit with me because I'm from Mungiki. A few months ago, there are bishops I found in Serena Hotel, and they had to move out of Serena Hotel because they have seen me. Yesterday, the same bishops invited me for a breakfast meeting tomorrow. And I told them, I am not available. Because it's the picture they portrayed to me. They want to be working with a person who is positively identified in the country, but not that one who is negatively identified. When they see me with people who are from brothels, people who are murderers, people who are sick, then for them, they don't want to be associated with that kind of, they are protecting. The only big name that's supposed to be protected, and you can't protect it because it protects itself, is the name of Jesus. The rest is useless. The rest, nothing. A month ago, I called a bishop, a good friend of mine, that I want him to host me in a function. He said no, that I need first nikaeka kama miaka mbili tatu. But now he is asking me that can I join you in Thika Stadium, the same man, because he is interested with the coverage that will be there, with the media coverage that will be there, with all those are the people they are interested in. They are not interested with souls like this one. They are not interested with how you are living. They are not caring whether you are going to die or you are not going to die. I'm telling you, my brothers, my sisters, the change has come. And you must begin to change your life. You must begin by changing yourself. I will not entertain mediocrity here. If it's your money, keep your money. I don't need your money. I need a genuine heart here. We need to go to heaven together. We need to go to heaven together. Not because you are in a hurry. Unakuja hapa, unaniambia nataka kuona pastor. Kwa sababu niko na haraka. Ukwenda down. Be taught the word of God. Hiyo ingine utajifungua. When you know the word of God will set you free. Because the word of God is truth that sets you free. May God bless you. Hallelujah. Let's put your hands together for Jesus Christ. Pigieni Yesu makofi mazuri. Yes, how many of you wanajisikia sasa wako huru? Nataka kujua, ni wangapi wanajisikia sasa wako huru, wamefunguliwa kabisa? Wamefunguliwa, unasikia umefunguliwa, umesikia umefunguliwa? I want to pick 2 or 3 testimonies. Mtu ulikuwa mgonjwa ukifika hapa na unasikia sasa uko nafuu. O kuna kitu umesikia imeondoka kwako ama ulikuwa nayo. Simama tu. Simama uniambie.
testimonies are good because zinaongezea watu imani. Simama tu kama uko hapa. Wacha kuogopa. Hawa watu hakuna mahali watakupeleka. Simama tu. Yes, simama hapa. Another one, I need 3. Upanda hapa juu. I need another one. A woman, 2 women. Wamama wawili. Unasikia ulikuwa na shida fulani lakini imeondoka. Yes. Na nimetuma maombi, mtuombee tu tupate hall kubwa. Ama kiwanja kikubwa tujenge. Nitauza nyumba yangu. My matrimonial house, I'm going to sell it. Because hiyo nyumba nilijenga nikiwa jela. Na nilikuwa nimehukumiwa kunyongwa nikijenga. Na Mungu alinipatia akili ya kuwanyang'anya nyinyi mkiwa huko nje. Na nikawanyang'anya tu. Nani alipata ile ka message umeongea maneno baya ya Mugeke? Ama kuna mzigo imetumwa? Ama umekula zawadi? Hiyo, that is my own mind. Na nilikuwa natengeneza shilingi 1700, 500 kila siku. Nyumba yangu ya kule naishi nilijenga nikiwa jela. Huku nikingojea kunyogwa. But I had a feeling sitanyongeka. Na wakaniekelea kwa mashini. Na wakasiweka mashini on, mashini ikakataa kufunguka. Mtu anawekagwa kakitu, anawekwa hivi, kitu ya black unawapewa na pasta. Alafu anakuweka mkada, unasimama unafugwa. Alafu hiyo kimabati kinafungukaga hivi. Sasa wakaniwekelea kimabati kikataa kufunguka. Wakaweka mashini tena ikakataa kufunguka. Ikikataa kufunguka unaachiliwa. Na sasa hiyo nimejenga nyumba na siku anajua kama nitaishi. Sasa hiyo huko ndio ninaishi. I'm going to give it back to God. Yes. Tell us. Okay. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Korir Finzen. I think Apostle ananijua kama Shejem Kenya. Ni mimi. So from the last around 3 weeks or a month, I've been following Apostle from Finzen Boyer's channel. I've been following his teaching, live history, and it changed my life. For me, for that also last a month ago or 2 months, since my childhood first, I was a Christian, since my childhood. But I come to a certain point, around throughout this year, I get something change. And for the last 2 months, before I listened to Apostle from Vincent Boyer's channel, I happened to decided to say that it seems there is no court, and not only court, there is also no happen to review spot of them. And also, I happen to upload it in my YouTube channel. I am musician, mimi ni mwimbaji. So nika-upload kabisa nikijirecord nikisema Mungu hayuko hata shetani hayuko, because this is the reason. Nikasema nimetafuta sana huyu Mungu lakini sijampata. I've been trying, calling for help from court, but finally it is all in vain. That was what I was saying. Again, after doing that, when I say there is no court, I change. I say let me now look for the Satan. Nisaidia waja niende kwa shetani. Also, I did not get any help. Sijui sasa kama shetani ulimtafuta wapi? Hata sijui, I don't know. That was sijui nini ilikuwa inaendelea. So because I was even looking to an extent that I was saying, if I get an Illuminati, I will join. If I get a Primasol, I will join. Anything demonic, I will join. But I tried severally. I was con someone from Zimbabwe
con me 20,000. And this 20,000 is I am a student by the way in ICS college. I think Apostle anajua because nimeelezea. So it was I am a student at the same time I am hustling. Mimi nafanya kazi ya security mpaka saa hii. So nikasema mimi nafanya hiyo security. Na sasa security ni mshahara pesa ngapi? Security ananilipa 7,400 na 20,000 anaitwa Mitun Security. Hiyo 20,000 because nilikuwa natafuta shetani sana. Nika save because niliambiwa kwanza $366. So hao walikuwa wanataka $366. I was talking from with the people I don't know where they are coming from, and they were using the numbers. Kila mmoja wao alikuwa wanatumia namba inaisha na 666. So nikawatafuta hii haikuwa uongo, niliwatafuta sana mpaka nikapata, kumbe nikaangukia conmen and conwomen. Nikatuma 20,000. Hapo nilikuwa natuma nikiwa Makindu. So nilikuwa natuma Western Union in KCB Bank Makindu. Nilikuwa na hustle hapo. Alafu after that one, someone huyo mwenye alinikonio alikuwa from Zimbabwe. Nikaachana na Zimbabwe, sikukufa moyo. Nikasema wacha ni still tafuta because nilitafuta Mungu sana sikutapata. Wacha niendelee nitafute shetani. Someone from Kenya akanikona another 26,000. Na hiyo 26,000 ni hustle ya security. Na hiyo hustle ya security, kumbuka mimi najisomesha, alafu nyumbani pia wananitegemea. Because kwetu sina baba na mama akona kanza. Nilikuwa naogopa kusema. I don't know what chenye ilikuwa inaendelea ukiuliza. So ndio nimesema sasa. Akona kanza na kwa live. So bia watoto wachanga wangu, mimi kwa nyumbani wakubwa hawakusoma. So mimi ni firstborn kwa nini? Kwa wale walisoma. Tuko 8. So 4 wako mbele yangu. No, mimi number 5. So 3 hawakusoma. Alafu sasa mimi ni wa kwanza kusoma. Wenye wananifuata ndio wanasoma. Mama sasa ananitegemea na hawa. So niko na kazi ya 7,400 naitwa Mitun Security kama unajua. Nafanya Mitun Security 7,400. Hiyo 7,400 nalipa nyumba, hiyo ni ya kila kitu, shule, kila kitu. Alafu ndio hii natumia tena kutafuta shetani. So mtu akanikono wa Kenya alikuwa aliniambia anafanya na airport. So nafanya na airport na masters. They used to say they are masters and grandmasters of Illuminati. So nikangangana hati nikatuma 2600. Hiyo 26,000. Hiyo 26,000, 15,000 nilikopa. So ikaniacha na shida. After kutuma ananiweka block. Alafu kwa Facebook, hawa tulikuwa tunafanya na Facebook, tunapatana Facebook. Kwa Facebook ananiblock kila mahali, WhatsApp ananiblock. Alafu huyu wa Samja alitufanya kijinga sana. Kumbe nilikuwa na my badness, akatutengenezea group WhatsApp, hao watu wamekona. So kumbe hao watu wote tuko group WhatsApp ni wenye wamekoniwa. Hapo ilifika extend tukaongea 1-on-1 kwa hao wenye group. Nikaona ni kama hii ni ufala fulani inaendelea. So nikauliza leti fulani alikuwa anatoka na Cherry, anaitwa Chisi, but alikuwa anafanya kazi ya Ivory Coast. Huyu Chisi akaniambia this like we are being con. Ni kama tunafanya nini? Tunaipiwa. Akaniambia nimetuma 50,000 naira mara 2 na imeenda. Na sikuwa nakufa moyo tena, nilikuwa naendelea. So for all those, kwa hayo yote, si umeona nilianzia Mungu, nikakuja nani shetani. So nikaona ni kama wote hawako, kama shetani wananikon na sipati. Ni kama wote hawanye nini hawako. Alikuwa anajua shetani siko ni mani. Nilikutumia clip ya my YouTube channel. Niliona. So hiyo recording nikafanya nini? Nikasema shetani yako. After kusema shetani hayuko,
nikaenda tena nikaamua sasa nimeingia sasa makanisa. Nimefight sasa wakanisa. But like it was not a fight. I don't apostle atanisaidia hapo kama nilikuwa na fight ama sikuwa na fight. Sasa nilikuwa najua kanisa mahali nilikuwa najua vizuri. So nikaanza sasa sijui kusaliti ama kusema aje. Nikaanza kusaliti yani sijui kusaliti kufanya against. Yeah, nikaenda against but by showing what they was doing. So nikaanza kusema there is no wale wote unaona kwa kanisa. Mimi nilikuwa Church of God. Church of God ni wale wanafaa kabisa trosa address mpaka chini almost kidogo hivi anafaa kama wale wa war. So nikasema hao madada wote hakuna kitu hapo, hiyo ni nguo tu hakuna, they are not worshiping God, they are immorality all of them. Ulikuwa wa expose? Yeah, nilikuwa natafuta hiyo jina. Nikaanza ku-expose. Nikasema mabastas hakuna kitu hapo. Hakuna kitu because this is the reason nilisema pastors hakuna, there is nothing. Nikaanza kusema there is a lot of hypocrisy. Kuna siku niliamua nikasema wacha tu niende niombewe kwa kanisa. Sasa nikaenda tu nikasema niliandika barua kitoko nikaitisha maombi. Hiyo sikuombewa. So hapo nikakuja after hiyo hawakuniombea, jioni yake nilianza kufight kwa YouTube, nikaeka YouTube. Hawakuniombea, so wacha let me deal with you now because kama mnataka nini nikuje kanisa alafu nikitisha maombi unanifanya nini? Amniombei, so niko na nyinyi. Sasa nikaanza then, si nimewaambia mimi ni mwimbaji. So watu waimbaji wanga wana deal na mambo na YouTube. Sasa nika-upload hiyo siku. Nime-upload vitu vingi tu. But the only person who changed my life, and I am telling you, you are lucky. Mkiwa na apostle Ndura Waruinge, you are lucky. Let me tell you, you are lucky. And if you can see that one, you will never see. Kama aoni hamtaona tena. Because mimi kwetu ni Bomet. Nimekuja Nairobi. Nimeaminia mtu mwenye sijaona. Niliandikia kwa Facebook, alafu kwa WhatsApp. Mpaka karibu tena nimemkeukia. Hata witness kama natanganya. Nikasema it is very hard kupatikana. Oh, ni wewe? Ni mimi sasa huyo. Nikasema huyu, nilisema he is my savior but ni ngumu kupatikana. Akaniandikia short message. Tukifungua Facebook mtaona. Akaniandikia apostle is very available. Yes. Alafu asubuhi ilikuwa 6 I think laughter alikuwa anaomba. Laughter akanisikia kidogo, akanisikia hapo because 6 am nilifungua simu nikapata message. Ameniandikia message, God has heard your prayers. Hapo kuna kitu nilisema na nilikuwa nimesema nitakuja kusema hiyo kitu. Nilisema after kusoma hiyo message, I'm very sorry nimetake time. After kusoma hiyo message nilisema it is like God exists. Sikusema hako, nilisema it is like God exists. Because kwa hiyo clip nilisema God and Satan doesn't exist. Sasa umeanza kuona kama God ana exist. Nilikuwa nakuja hapa sio eti kusema ana exist tangu siku hiyo ama uliniandikia saa message yenye ilifuatana. Tangu siku hiyo vitu vingi ilipatilika. So nilikuwa tunakuja kushukuru Mungu, si eti niseme na exist. Pigeni Yesu makofi. Wonderful. Nilikuwa nakuja tu kushukuru. Kuanzia hiyo siku aliniandikia, Mungu amesikia maombi yako. Hapo nikapatilika. Hallelujah. Ukiangalia YouTube hata hakuna, sijaenda against Mungu tena. Sijaenda ukifuata sijaenda against. Senye iko sio against.
ziko na Mungu. Hiyo ni ukweli. Sasa ukifuatilia, that is the truth. Hata wewe utamark. Hata wewe utamark. So wanga tu nafanya but nafuatilia sana. Ukiangalia YouTube yangu download ni teaching zake sote. Hakuna nilifuta sote zingine zenye zilikuwa nikaaja zake. Sote tu, because he have been touching me. I tell you, it changed my life. From going against God and Satan. Imagine, it is very bad to say hata shetani haiko. Mwenye anakufanya useme shetani hayuko ni huyo shetani. Anakuambia sema tu si yuko, lakini anajua wewe ni you are his follower. Anajua wewe huyu tu ni mfuasi wangu. Ni kijana yangu huyo. Because how comes unasema shetani? Because kwa hiyo clip nilisema mwenye yako tu ni Mungu, ni mtu. Nilisema it is Adam peke yake, ni mtu peke yake. Because nikitaka mtu nakuza. So nikasema wote hizo zingine sikusi hawako. Asante sana, mpigeni makofi. Thank you very much. So sasa umeokoka? Nimeokoka and in every Sunday nitakuwa hapa. Mimi naishi Amboseli Kaongware, but I will try myself. Nitakuwa hapa. Thank you. Nitakuwa hapa. Sasa uliokoka lini? Kabla ukijua Yesu ama ukijua Mungu yuko? After the message mahali niliokoka sasa ni juzi after uniandikie hiyo message. Yeah? Uliombewa? Yes, I think uliniombea because bado sijakuombea hapa. Kumbe kaka, yes, God has heard your cry. Ikaokoka, kabadilisha maisha yako. Yes baba. Asifiwe Yesu. Shika hivi vizuri. Karibisha Mungu. Mimi naitwa Victor. Mimi nilikupigia simu jana usiku. Ninakaa upande wa Gashie, niko na biashara ya spare parts. So mimi nilikuwa upande wa Eldoret. Kapsabet nilipokuja nilianza tu biashara. So nilitafuta mahali naweza anza biashara na nikapata upande wa Gashie na nikapata nyumba na mimi nikaanza biashara. Kumbe nimekuja kujua baadaye niliingia kwa watu ambao si wazuri. So wameanza kunipiga vita wakisema siwezi kuja bila ruhusa yao nikafanya kazi. So wamenipiga vita, hawataki hata unaweza shinda. Ni watu ambao wameingia katika mambo ya ushirikina sana, ambapo wanaamini katika nguvu za giza. So wamekuwa wakipiga kazi kwa muda. Sasa unafungua kazi, unakaa mpaka jioni hakuna kitu. Kazi inaanza kurudi chini polepole. So unapigwa tu hivyo mpaka unafika mahali hata unashindwa kulipa paka na hiyo nyumba. Unashindwa ni nini? So juzi mimi nikaanza kuomba. Kuna wakati niliona ndoto, nikaanza kuomba. Wakati nimeanza kuomba, nimezidi kufunuliwa vitu vingi sana. Na hata saa hizi ninaomba. Sasa juzi last Wednesday nilienda kufungua kazi. Nikakuta wameweka kitu kama kwato ya ng'ombe kwa mlango pale. So mimi nikaingia ndani, lakini nilispot wakati niliingia. Nikaomba na nikajitia imani na nikafagia na nikaosha. Wakati niliosha na nikafungua kazi kama kawaida, walifurahi sana na wakaanza kusherehekea, maana walikuwa wanatarajia maovu kunipata. Lakini mimi nilisimama na maombi na nimesaidika kwa muda, kwa sababu maombi yangu nimeona yakifanya kazi, kwa sababu hakuna ovu limenipata. Lakini wameenda kiwango ya kwanza. Watoto wangu wako nyumbani, niko na watoto 3. So wamefika kiwango cha kutumia hii ushirikina kutuma mpaka kwa watoto wangu nyumbani. Na kila wakati jambo liwe lifanyike, mimi naliona kwa ndoto na nakemea. Lakini bado unakuta mtoto anashikwa na magonjwa wakiwa nyumbani. So nimezidi kuomba na kukemea. So huwa inakuja kidogo na inaisha. Baada ya kuomba wanakuwa sawa. Thank you. God bless you. Patie huyo. Kanisa la Bwana asifiwe. Kwa majina ni Nancy Mweni. Kujua kwangu mahali hapa nimemjua mtumishi wa Bwana kupitia YouTube ya Mboya. Ushika tu vizuri.
kumjua mtumishi wa Mungu nimemjua kupitia YouTube ya Vincent Boya, na sijaifuatilia kwa muda mrefu sana, na kwa ule muda nimefuatilia last week, it was on Friday, ndio nilimtumia message nikiwa tu kazini asubuhi. Chenye nilimtumia aliniambia ni attend kesha, lakini kwa hilo kesha singeliweza kuattend maana nilifanya kazi usiku. Ikawa pia alikuwa ameniambia kama sitaweza kuattend hilo kesha nije Sunday, nalo Sunday pia nikaweza kwenda kazini. Kwa hivyo hizo siku mbili zikapita hivyo, na mimi nikajiambia hivi, ni kweli kwamba nimetembea kwa makanisa, na kwa makanisa niliyoyatembea nimetembea kweli nikitafuta miujiza, na nimefika mwisho wa kutafuta miujiza. Nikamwambia Mungu, kama sasa itakuwa naenda kwa Waruinge kutafuta miujiza, sitaenda, na kanisa nilisimamisha kwenda, ukaa tu kwa nyumba. Heri Sunday nishinde kwa kitanda nimelala mchana yote. So jana imefika nasikia msukumo niji hapa, lakini narudi najiuliza naenda kwa Waruinge kufanya nini? Kama ni muujiza mimi sitaenda, Mungu atanipata kwa nyumba ya langu. So nilipolala usiku, nikilala usiku sikuwa nimeamua niende mahali, lakini kulala usiku masaa ya saa 9 hivyo nilijisikia, na kujisikia kwangu nilipinduliwa na ndoto nilikuwa naota. Nilijipata niko mahali, na ni mahali wanaume wawili walikuwa sijui nilikuwa nimewapa ruhusa aje kunitengenezea ama kunitandikia kitanda. Sasa kwa ile kitanda niliona wameitandika mzuri, lakini pale kwa kichwa hawakuiliweka vizuri. Alafu tena wakaweka blanketi na waikapasua na kisu. Sasa mmoja alipoipasua na kisu, nikaudhika sasa kwenda kuangalia kwa nini ameipasua, na muuliza, mbona umeniharibia blanketi yangu mzuri hivyo? Hebu tokeni hapa. Ndio naenda kuangalia mahali pa kichwa, ni kama ilikuwa imewekwa vile inawekangwa kioo ya kutazama mtu kwa jeneza wakati wa kifo. Nilishtuka nikaona hapana, hii sasa ni kaburi inatengenezewa. Kwanza kutoa nikaona kweli ni kaburi iliyokuwa inatengenezewa. Nikasema hai, ni aje hivi? Ndio nimetoka kwa kitanda bila mpango, nikasema leo lazima nikimbilie Mungu wangu na naenda kanisa. Panga nilale, nimeona tu nikimbie niende kanisani, nikimbilie usalama kwa Mungu, maana nimeona shetani ananifuata. Sasa kuja hapa ndio nakuja napata pia kuna vitu zinatengeneza. Nikajiambiaje, pengine kuna watu walikuwa wanapanga mipango ya kifo changu, na kupitia hizi vitu tumechoma hapa, maana najua kwetu misingi ya kwetu si mizuri vile, ni ya uganga. Ni ya uganga kama hiyo vitu umeona hapa. Yes, babu yangu namjua kwa uganga. Saa hii kuna wenye waliachiwa na ngoo zote Kasioki. Naamini zimeharibiwa hapa zote. Mpigeni Yesu makofi. Hallelujah. Yes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Beth wa Boy Joroge. Kwetu ni Matara, lakini nafanya kazi Gatondo South huku kwa Moses School. Now my kwanza sana ni kushukuru Mungu. I'm happy ati nimepatana na Apostle. I've never had this chance. Sijawahi kwa maisha yangu. So it is a testimony pia. So testimony yangu ni kubwa, but I will try to cut it short. Mimi hadi mimi nimepatana na Apostle kwa YouTube ya Mboya. Nilikuwa na scroll simu, it was on Wednesday. Nilikupigia simu Wednesday ama Thursday usiku. Nilikuwa na scroll, sasa nikaenda nikapatana na yeye hapo. Ile msichana wa Kafamove. Nikataka kujua. Hiyo si ya Mboya. Hiyo ni Neli nani samana. Walikuwa kijana na msichana. Ni Neli digital. Nikasikia nikataka kusikiza, nikasikiza and Apostle nikashanga. Sasa huyu msichana alikuwa anataka hiyo ni ya free mansion. Na huyu ni Apostle. I was like,
huyu ni apostle na huyu msichana anataka maneno ya sijui ya Freemason, how did this happen? Sasa nikasikia ni ile tu you are just sent to by God, you are just used by God, ndio huyo msichana umshike. Alikuwa anaenda kutafuta shetani kama tu huyu kijana, lakini na yeye Mungu ni nani? Akutaka akaagukia kwa mikono mizuri. Saa hadi mimi nilio nimekuwa na wewe fikira zako zimekuwa aje? Tuambie tu ukweli. Ulikuwa nataka kuingia kwa Illuminati ama kwa Freemason? No, kitu yangu mimi nimekuwa nikisuburiwa na hizi vitu za hizi tu za giza. Nimekuwa nikipanishiwa in a way. I'm sleeping but mimi I'm not naacha kukua mimi na kuwa kwa dunia ingine. I'm punished in a way like na kuanga na kakijana 4 years sai kako PP1. Najipata kwa vita ati mtu anakuja anachukua mtoto wangu anamwekea kwa gari hapa, na hii ndio gari nakuja naona ndio hii. Mimi najaribu kujitoa tu nijitoe, namuuliza uone huyu ni mtoto wangu na unataka na atakanyango. Ananiuliza hata kikanyangwa, sasa kwani yeye ni nani? Shida iko wapi? Na ndio huyu anaenda analeta gari anamgoga. Mimi niko hapa nalia, najaribu kujitoa, nimefungwa na shout, I'm trying to call out Jesus name, haitoki, nalia tu nalia, nimeteseka hapa. Tena naamka najipata just by then nakuanga kwa hiyo dunia. Tena naenda najipata ni I'm just like sijui ni nini zina happen. Naamka tu najipata ni kama na nikilala by the way mimi nakuanga mtu different sana, na nimekuwa nikijaribu kutafuta usaidizi na nikatafuta opinions na nimepatana na opinion givers wengi. Sasa kuna huyo ananiambia enda utafute mhubiri fulani, enda utafute apostle fulani, and mimi sidaganyani, mimi siedagi, naambiwa enda utafute apostle fulani, enda kwa nani. Nikienda tu kitu inaniambia siendi, sitaenda. Kitu nimewahi fanya, nimeombewa na mtu mmoja tu wa Mungu once, na nilienda nikapata akiobeana na ikakuwa lazima uombewe juadi hao marafiki wako wanaombewa. Sasa ikabidi tu nikaombewa hapo. I've never now kitu yangu imekuwa like mimi nimejieka tu niombe Mungu na mwambia Mungu direct me where you are served sincerely, kuria otugatagwo nama kuria Ngai otugatagwo kuu nikuo ndirenda unyumagaririe. Sitaki kupitia hizi njia, naenda natafuta huyu tena naenda juu last year nilikuwa na kuna church nilikuwa nafuata na nikaamua tu nifugukie huyo pastor nikamwambia things that have been zenye nimekuwa nikipitia, na nikaekelewa mikono nikanini, and mimi kulikuwa na branches. Sasa hiyo church nikaamua hiyo Sunday sitaenda hiyo church, nitaenda church ilikuwa na hapo mbele. Sasa kwenda hiyo church nikaenda nikaiba, I do praise and worship. Nikaenda nikaiba, tukafanya nini. Tena kwenda nyumbani zile vitu zikanikujia sasa ile ya kuninyonga. Nikanyongwa hadi the following morning singeongea fiti. Singeongea tu sikie. Nyoli nyongo. Nilinyongwa. Sasa umebarikiwa kwa hapa. Sasa ndi by the way vile nimeombewa hapa hiyo time nyingine nilikuwa nasikia nimefungwa akili, nimefungwa overthinking. Sasa nasikia niko fresh. Nasikia nimeachia. Thank you Jesus.